katika kitabu cha Yohana Mtakatifu kuanzia sura ile ya kwanza. Lakini kwa faida ya msomaji au kwa faida ya msikilizaji, tunaweza tukaelezea kwa ufupi. Kitabu cha Yohana ni miongoni mwa vitabu vya Injili 4. Kuna muunganiko wa vitabu unaitwa Injili 4, yaani Yohana, Marko, Luka na Yohana. Kwa hiyo kitabu cha Yohana ni miongoni mwa Injili 4. Kimeandikwa na miongoni mwa wanafunzi wa Yesu. Na tena alikuwa ni mdogo kuliko wote, alikuwa anaitwa Yohana. Hichi kitabu cha Yohana kimeandikwa na Yohana mwenyewe. Alikuwa mwanafunzi wa Yesu, lakini ni mwanafunzi aliyependa kukaa kifuani kwa Yesu. Haleluya. Tunaweza kusema kwa Kiswahili kimotini. Alikuwa anapenda kukaa na Yesu karibu. Kwa hiyo ni mwanafunzi ambaye alipendwa zaidi. Tunaona huyu alikuwa ni miongoni mwa wale thenashara 12. Pamoja na kuwa mwanafunzi wa Yesu, mateso hayakuwapitilia mbali, wala changamoto hazikupita mbali. Zilipita katikati yao ili kuwaimarisha na kuwajenga. Unaona, hawa wanafunzi wa Yesu, kiangalia safari yao ya huduma baada ya Yesu kufa, ilikuwa ni safari ambayo ngumu lakini rahisi katika ndani ya mioyo. Haleluya. Kwa nje ilikuwa ni safari ngumu kwa sababu waliteswa kwa sababu ya kuitangaza injili ya Yesu Kristo. Tunaona baada ya kujazwa pale siku ya Pentekoste, walipojaza wakapokea nguvu mpya. Ile nguvu iliwasaidia kuhubiri injili pasipo kuwa na mashaka yoyote. Ile nguvu iliwasaidia kuhubiri injili kwa kasi ya ajabu mpaka wale watawala wale Warumi wakashangaa. Hawa watu ni nini? Lakini ile nguvu ya Roho Mtakatifu ambayo walipokea sikukuu ya Pentekoste iliwapa nguvu ndani yao, iliweka motisha ndani yao wa kuhubiri injili. Tunaona baada ya kuwa na ile nguvu wakawa wakihubiri. Ukisoma katika kitabu cha Matendo ya Mitume, wakaweka shirika, wakawa wanakula pamoja, wanaabudu pamoja. Unauza ulicho nacho, unaleta shirika, wanakula. Bwana Yesu asifiwe. Yaani kama hivi leo tungekuwa hivi sisi wote tunakula pamoja, tukipika tunapika pamoja, ndivyo ilivyokuwa kwa kipindi hicho. Lakini kwa sababu agano au neno Yesu alipoondoka kwenda mbinguni alisema, agizo alilolitoa alisema, enendeni ulimwenguni mote mkahubiri injili kwa kila kiumbe. Aaminie na kuokoka atabatizwa, siamini atahukumiwa. Kumbe lile agizo ambalo Yesu alikuwa amelitoa bado lilikuwa linatakiwa litendeke kupitia wanafunzi wake. Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini wale wanafunzi Yesu aliambiwa msiondoke kwanza mpaka mtakapopokea ile nguvu. Na ndio maana hata sisi si vizuri sana kwenda kwenye huduma kama hatujapokea ile nguvu. Ile nguvu inatusaidia tuhubiri injili kwa ujasiri. Lakini ile nguvu inatusaidia kufanya sawasawa na mapenzi ya Mungu. Yaani yule Roho Mtakatifu anapokuwa ndani yetu, anatusaidia kufanya sawasawa na Mungu anavyotaka. Amina. Maana Yesu alisema atakapoenda mbinguni hata tuache yatima, bali ataleta msaidizi. Msaidizi nani? Ambaye ni Roho Mtakatifu. Anatusaidia kwenye ule udhaifu wetu, tunafanya sawasawa na mapenzi ya Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Tunaona wale watumishi wa Mungu baada ya kukaa pamoja walikuwa wameridhika. Bwana Yesu asifiwe. Walikuwa wamelizika, wanasikia amani, kumtukuza Mungu. Lakini ikatokea adha. Ilitokea adha, wakatawanyika. Na lilikuwa ni kusudi la Mungu wao watawanyike kwa sababu ndivyo Yesu aliposema. Bwana Yesu asifiwe sana. Kumbe tunaona pamoja na lile kundi kutawanyika, na hata hao wanafunzi wa Yesu walitawanyika. Kila mtu alienda sehemu aliyoenda. Lakini pamoja na kutawanyika hawakuacha kuihubiri injili ya Yesu Kristo. Waliendelea kuihubiri injili kwa nguvu ile. Tunaona watumishi wa Mungu walipitia changamoto, yani unahubiri injili hapa, unachapwa viboko. Mtu anavuliwa nguo, unachapwa viboko. Yani unahubiri injili ya Yesu afu unachapwa viboko. Wale watumishi wa Mungu walikuwa akichapwa viboko hapa, anatembea akifika pale stendi ya zamani, anaendelea kuhubiri injili. Wewe ungeweza? Bwana Yesu asifiwe. Wewe ungeweza? Kwa nini? Tunaona ile nguvu iliyokuwepo ndani ndio ilikuwa inawawezesha kufanya kile kitu ambacho kwa akili za kibinadamu hakiwezekani. Mungu atusaidie sana. Ni ile nguvu ya ndani ya Roho Mtakatifu ndio iliwawezesha kufanya kile kitu. Ndio maana hata mateso, walipigwa viboko lakini hawakujali. Walitemewa mate lakini hawakujali. Lakini tunaona mtumishi wa Mungu Paulo anajivuna, anasema mwilini mwangu nimezivaa chapa za Yesu Kristo. Wewe chapa unafikiri zilikuwa ni nini? Fimbo. Yaani mtu amechapwa maalama kila mahali alafu anajivunia. Bwana Yesu asifiwe. Yote hayo yanatokea nini? Yanatokana na ile nguvu ya Roho Mtakatifu. Tunaona huyu mtumishi wa Mungu huyu
Yohana Mbatizaji. Huyu aliteswa, huyu ni Yohana mwanafunzi wa Yesu. Aliteswa na mengi. Tunaona alipokuwa yeye akili, walimchukua wakachemsha mafuta afu wakamdumbukiza kwenye mafuta. Yalikuwa yamechemka wakamdumbukiza. Sio historia ndio kilichotokea. Walipomdumbukiza cha kushangaa hakuungua. Walimtesa kila mateso ya kila aina, hakuungua kwenye yale mafuta. Wewe hata mafuta kidogo tu unaungua, lakini yule mtumishi wa Mungu hakuungua. Wakasema huyu mtu tumemtesa kwa kila namna hajaungua. Wakamtoa. Walipomtoa wakamtupa kisiwani Patmo. Kwa historia kile kisiwa ni kisiwa ambacho binadamu wa kawaida hawezi kuhimili kwa masaa 24. Hawezi kufanyaje? Hawezi kuhimili kwa masaa 24 kubaki hai. Walipomtupa katika kile kisiwa Patmo, kile kisiwani pale, walipomtupa wakamkata mkono. Walipomkata mkono, ukisoma Biblia inasema pale katika kisiwa Patmo ndipo alipokutana na Yesu. Akamwelekeza, akakiandika kitabu cha Ufunuo wa Yohana. Bwana Yesu asifiwe. Mkono uliota, akaandika kitabu cha Ufunuo wa Yohana. Tunaona wale watu waliokuwa wamempeleka kule kisiwani Patmo kule, walipokuwa wamempeleka kule, walishangaa. Siku walipoenda wakakuta mkono umeota, alafu wameandika kitabu cha Ufunuo wa Yohana. Kwa nini tunasoma na tunajifunza kuhusu historia hizi? Kupa ujasiri, zinatujenga na sisi tujue kumbe tukipambana tukapigana kwa ajili ya Yesu, na yeye atapigana kwa ajili yetu. Bwana Yesu asifiwe. Tukakubali kuumiza hii miili kwa muda mchache, na yeye lazima apigane kwa ajili yetu. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hizi historia zimewekwa zikaandikwa ili kutujenga. Hazijawekwa ili kututisha. Zimeandikwa ili sisi kutujenga kwamba katika hili changamoto ninayopitia kuna mwingine alipita hapa akavuka. Mungu atusaidie sana. Mungu atuwezeshe sana. Amina. Natamani na shauku na ninajua cha Yohana Mtakatifu. Amina. Huyo mtumishi wa Mungu ndiye pekee mwanafunzi wa Yesu aliyekufa kifo cha kawaida. Yaani alizeeka kabisa alafu akafa kawaida. Cha kulala tu kawaida kama binadamu wengine. Bwana Yesu asifiwe. Tofauti na wakina Petro, yule ambaye alikuwa kiongozi wa wengine. Yule Petro yeye alisurubishwa. Akasema mimi ni mwanadamu tu. Mimi ni mtu tu, siwezi nikasurubishwa kama alivyosurubishwa Yesu msalabani. Yesu alisurubishwa kichwa juu, miguu chini. Yeye akasema nisurubisheni kichwa chini, miguu juu. Tunaona yeye Petro alisurubishwa. Wengine waliburuzwa, yani anafungwa kwenye farasi na mburuza mpaka atakapokufa. Unaona ni mateso kiasi gani, lakini walivumilia kwa sababu walijua kuna thawabu ipo. Mungu atusaidie sana. Kuna thawabu ipo. Kwa hiyo kwa namna hiyo na sisi wenyewe tunatakiwa kuvumilia. Yapo ambayo yanatupiga, yapo ambayo yanatutikisa, lakini tunatakiwa kuvumilia kwa sababu kile kitu kilichopo pale juu ni kikubwa kuliko haya tunayoyapitia. Mungu atusaidie sana. Ni kikubwa kuliko haya tunayofanyaje? Fikiria miaka 75 ambayo tumepewa na Mungu. Tukiwa na nguvu miaka 70 tukiwa na nguvu. Alafu inaamua maisha yako ya miaka 1000. Auoni hiyo miaka 1000 ni mingi kuliko 70? Kwa hiyo ni vyema kupambana kwa 70 alafu utaishi miaka 1000 kwa amani na raha. Haleluya. Mungu atusaidie sana. Lakini tusiende mbali sana. Leo tutajifunza somo tu linaloitwa neno. Tunaandika kichwa cha somo kinachoitwa neno. Ni kutoka katika kitabu cha Yohana Mtakatifu sura ya 1 mstari wa 1 mpaka wa 5. Kichwa cha somo ni neno. Bwana Yesu asifiwe. Neno ni nini? Neno ni Yesu mwenyewe. Alikuwepo kabla ya vitu vyote vya ulimwengu kuumbwa au kuwepo. Bwana Yesu asifiwe. Ninaongelea neno la Mungu. Hii Biblia imeandikwa maandiko matakatifu. Bwana Yesu asifiwe. Ni nini? Ni maandiko matakatifu. Ni kweli tunaweza tukao tunajifunza kila siku hili somo, lakini sijajua ni kwa nini leo tunajifunza tena hili. Wacha tuone kusudi la Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Hii Biblia imeandikwa maandiko matakatifu ya Mungu. Sivyo? Ili ligeuke kuwa neno ndani yako. Hapa kwenye Biblia ni neno. Ili ligeuke kuwa neno ndani yako, lazima kuna hatua za kuchukua. Bwana Yesu asifiwe. Ili ligeuke kuwa neno, kuna hatua za kuchukua. Bwana Yesu asifiwe. Neno la Mungu ni kama mbegu. Ni mbegu. Kwa hiyo neno la Mungu unapolisoma, unaanza kusoma andiko. Ndivyo? Unaanza kusoma andiko. Ndivyo ilivyo
tuko katika ulimwengu wa kawaida. Unapoona bango, si unasoma kawaida ni bango. Lakini namna unapozidi kusoma bango unaanza kulitafakari. Walisema bango linasema je, ni tangazo la nini? Unaongeza bidii. Mbona hili tangazo ni kama la mkesha? Unaongeza tena bidii kwenye kujua ni tangazo. Unaanza kuongeza bidii kusema huu mkesha uko wapi? Unaongeza tena bidii ya kujua unapatikana wapi. Kitu kinaota ndani cha kutengeneza shauku ya kwenda kwenye nini? Kwenye mkesha. Kwa hiyo unapolisoma neno la Mungu usiishie kulisoma litabaki andiko. Ndio maana Biblia inasema andiko huwa lakini neno linauisha. Ukiishia kulisoma andiko ndipo utakapokufa. Utakutana sehemu wameandika maji, utaenda kununua maji, alisoma liwe neno ndani yako. Umelisoma limekuwa andiko ndani yako, ndio maana unakufa kupitia hilo andiko. Mungu atusaidie sana. Kumbe ili tuwe salama, tuwe huru na tuwe sawa sawa mbele za Mungu, lazima ili andiko tulisome alafu liwe neno ndani yetu. Bwana Yesu asifiwe sana. Mungu atusaidie sana. Liwe nini? Liwe neno ndani yetu. Unapolisoma neno usiishie kulisoma neno. Lazima uchukue hatua. Unaposoma neno, Biblia inasema ombeni. Unaongeza hatua, unaanza kulitafakari. Niombe. Kumbe Yesu anasema niombe. Unaongeza tena hatua la kulitafakari. Kumbe kuchukua hatua, amesema niombe muda wote wala nisikate tamaa. Unaongeza tena hatua. Kadri unapoongeza hatua, ndivyo lile andiko limeendelea kuwa neno ndani yako. Linafanyika nguvu. Bwana Yesu asifiwe sana. Hapo nyuma nilipopita hapo nimesema neno la Mungu, neno ni Yesu mwenyewe. Ulimsoma mara moja, unaongeza Yesu namba 1. Unaweka neno Yesu tena namba 2. Unaendelea kumuongeza, yani namna kadri unavyozidi kusoma ndivyo Yesu anavyozidi kuongezeka kwa ukubwa ndani yako. Bwana Yesu asifiwe sana. Neno yake Mungu aliyonipa. Lakini kila Yesu ni mmoja, Yesu ni wewe. Ila kiwango ambacho umemweka Yesu ndani yako kinakufundisha. Bwana Yesu asifiwe. Kiwango ambacho umemweka wewe Yesu ndani yako na mimi nilichomweka Yesu ndani yangu different. Bwana Yesu asifiwe. Kwa nini? Kwa sababu kila mmoja ana namna yake. Yesu alisema, "Na mtafanya zaidi ya nilivyofanya." Kama yeye alifufua wafu na nyinyi mtafufua hata zaidi. Bwana Yesu asifiwe. Kinachofanya ile iwe zaidi ni nini? Ni kiwango kilichoko ndani yako ulichokiweka cha neno ambao ni Yesu mwenyewe. Bwana Yesu asifiwe. Juzi hapa wiki zimepita chache, mchungaji alifundisha neno, akasoma andiko linasema, "Nitayafanya maneno yangu kwenye kinywa chako kuwa moto." Bwana Yesu asifiwe. Huyo ni Mungu, asema Bwana. Kwamba unajiuliza atafanyaje sasa maneno yake kuwa moto kama usome. Kumbe kadri unapozidi kusoma lile neno linakaa ndani. Biblia inasema kaeni ndani yangu nami nikae ndani yenu. Ina maana Yesu anakaa ndani yetu, ni neno. Bwana Yesu asifiwe. Kwa soma neno la Mungu ili Yesu akae ndani yako zaidi. Bwana Yesu asifiwe. Kaa ndani ya neno na kukaa na kuliingiza kwenye utekelezaji. Usikubali kusoma neno la Mungu kama gazeti. Usikubali kusoma neno la Mungu kama jarada. Halitakuwa na matokeo. Halitakuwa na matokeo ndani yako. Kila siku utakuwa unasema Bwana alisema ombeni, mimi sijaona. Ninaomba usiku na mchana sijaona. Ni kwa sababu neno lililo ndani yako halina matokeo. Kuna namna unatakiwa ufanye liwe na matokeo. Mungu atusaidie sana. Kwa hiyo tunapolisoma neno la Mungu na tunapolitafakari na neno la Mungu linakuwa na nguvu ndani yetu ya kufanya mambo ambayo kwa akili za kibinadamu haiwezekani. Bwana Yesu asifiwe sana. Mambo ni matatu. Unaposoma neno la Mungu moja, Bwana Yesu asifiwe. Unaposoma neno la Mungu ni hatua namba 1. Kuna yule anaitwa Roho Mtakatifu analiisha. Alafu ukiishi na maisha matakatifu ndio inasaisha. Alafu ukiongezea na maombi wewe, ukisema na iwe inakuwa. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Yaani ukisema nataka unapata. Ukisema iwe inakuwa. Tunaona Mungu mwenyewe anasema na tumfanye mtu. Na tumfanye mtu. Unaposema tumfanye manake hauko peke yako. Ungesema na nimfanye. Kwa anasema na tumfanye mtu. Neno ni muumbaji. Bwana Yesu asifiwe. Kupitia huyu neno kila kitu kilifanyika. Ndio maana Mungu aliposema na iwe anga, ikawa anga. Kumbe tunapata picha kwamba mtendaji alikuwa ni neno. Na huyo neno alikuwa ni nani? Ni Yesu. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe sana. Kumbe siku ya leo mimi na wewe
mwanzo kulikuwa neno, naye neno alikuwa kwa Mungu, naye neno alikuwa Mungu. Huyo mwanzo alikuwa Mungu. Yote vilifanyika kwa huyo, wala pasipo yeye hakufanyika chochote kilichofanyika. Ndani yake ndimo ulimokuwa uzima, na uzima ulikuwa nuru ya watu. Giza halikuiweza hiyo. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Unaona, Mungu atusaidie sana. Tunatamani, mimi nina shauku, ninatamani kumuona Mungu kwenye maisha yangu kwa viwango vya juu. Na najua na wewe kuna namna unatamani kumuona Mungu ndani yako kwa viwango vya juu. Sasa ili tumuone Mungu kwa viwango vya juu, lazima neno likae ndani. Ili lile neno la Mungu likikaa ndani, liwishwe na Roho Mtakatifu. Ili likishawishwa na Roho Mtakatifu, tukichanganya na maombi tunayoomba usiku na mchana, inakuwa. Mungu atusaidie sana. Inakuwa kwa sababu neno ni halisi. Sio hadithi, ni harisi. Neno ni Mungu mwenyewe. Unapokuwa unaliweka ndani kwa wingi, unapoliongeza ndani, linaota. Mungu atusaidie sana. Amen. Mungu atusaidie. Mungu atusaidie sana. Soma neno la Mungu. Yaani kwenye hili unayo kuishi maisha matakatifu, ongeza neno la Mungu. Alafu usisome kama gazeti, liongezee utendaji kidogo. Bwana Yesu asifiwe. Utamuona Mungu kwa namna pekee tofauti vile hujawahi kuona. Bwana Yesu asifiwe sana. Inakuwa. Mungu atusaidie sana. Neno ni Mungu. Neno ni Yesu mwenyewe. Lakini tukimbie kidogo. Sifa za neno. Sifa za nani? Za neno. Namba 1. Neno sifa yake kwanza kuu ni Mungu. Haleluya. Tuziandike. Lakini pia kama unaandika kwenye moyo, ubarikiwe na Yesu Kristo. Haleluya. Sifa ya kwanza ya neno, neno ni Mungu. Ni udhibitisho kwamba neno ni Mungu. Ni Yohana, utaandika Yohana 1:1, lakini nisome Ufunuo 19:11 mpaka 13. Neno ni Mungu. Haleluya. Neno ni Mungu. Mungu anakaa ndani yetu kwa neno tu. Haleluya. Amen. Yesu asifiwe. Kama yeye amesema macho yake yeye yako kila mahali, yakimtazama mbaya na mwema. Fikiria, amesema mbingu ni sehemu ya kiti chake cha enzi, lakini dunia yote unayojua ambayo wewe huwezi kusafiri kwa siku moja, amesema ni mahali pa kuwekea miguu. Je, angesema akae mwili wake wote ukae ndani yako, ungeweza? Lakini anakaa ndani yetu kupitia neno. Bwana Yesu asifiwe. Nisomeni mtumishi Mungu. Nikaziona mbingu zikifunuka. Natazama farasi mweupe, naye aliyempanda aitwaye Mwaminifu na wa kweli, naye kwa haki ahukumu na kufanya vita. Mstari 12. Na macho yake yalikuwa kama mwali wa moto, na juu ya kichwa chake vilemba vingi. Naye ana jina lililoandikwa asilolijua mtu ila yeye mwenyewe. 13. Naye amevaa kwa vazi lililochorwa katika damu, na jina lake aitwa Neno la Mungu. Na jina lake aitwa Mungu. Mwambie jirani yako, Mungu. Mungu atusaidie sana. Kumbe neno ni Mungu. Kwa tunapolisoma ndani yetu kwa wingi na kuliweka linakuwa Mungu. Lakini sifa namba 2, neno ni muumbaji. Yaani sifa yake kuu, yeye ni muumbaji. Alafu yeye hana ukomo wa kuumba, bado anaendelea kuumba. Utaandika Waebrania 1:2, Kolosai 1:16-17. Lakini sifa nyingine namba 3 ya neno ni uzima. Tunaweza kusema pia neno ni afya. Ni Yohana 5:26. 5:20, utaanzia 20 mpaka 26. Lakini namba 4, neno lina nguvu. Waebrania 4:12. Lakini namba 5, lina mamlaka. Neno la Mungu hilo lina mamlaka. Lakini namba 6, sifa ya neno la Mungu ni moto. Yeremia 23:29. Namba 7, neno la Mungu ni upanga. Efeso 6:17. Haleluya. Mtumishi
Efeso 6 mstari wa 17 ambao ni point namba 7, neno la upanga. 6 mstari wa 17. Nasoma kwa jina la Yesu. Tena ipokeeni chepeo ya wokovu na upanga wa Roho ambao ni neno la Mungu. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Amen. Ni sifa tu. Neno sifa nyingi sana. Yaani nyingi, hata kama tungeanza kuandikia hapa mlangoni tu tunaenda hivi tunaandika maandishi mpaka kuzunguka kanisa, tusingezimaliza. Neno ni Yesu mwenyewe na neno ni Mungu mwenyewe. Ili tuone faida ndani ya wokovu tulionao, lazima tujue kulitumia neno la Mungu kwa usahihi. Haleluya. Ili tuone faida kwenye neno, lazima tujue kulitumia kwenye usahihi. Mungu atusaidie sana. Tujue kulitumia kwa usahihi. Mtu mwingine anaweza kushangaa, neno la Mungu unalitumia kwenye usahihi namna gani? Kama neno la Mungu likikaa ndani yako linakuwa nguvu, unaweza kufanya jambo lolote lile ambalo liko mbele yako. Haijalishi ni gumu au ni jepesi, unaweza kufanya. Tumesoma kwamba neno ni muumbaji, na maana hata wewe unaweza kuumba. Ukiwa na neno la Mungu ndani yako unaweza kuumba. Unaweza ukatengeneza kwamba Baba, ninatengeneza, nataka maisha yangu ya 1 2 3 4. Si umeumba kwa sababu unalo neno ndani yako ambalo ni muumbaji. Mungu atusaidie sana. Unaweza ukawa unajiuliza maswali, unasema nitafanyaje? Mwingine anaweza kusema huyu mtoto haeleweki hata kwa mama zangu. Unasema hata shangazi yake alikuwa hivyo hivyo, hata mjomba wake alikuwa hivyo hivyo. Kumbe unao mamlaka, unalo neno ndani yako kwa sababu neno ni muumbaji. Unasema Bwana, ninaomba utengeneze, ninaomba uumbe kwa nafsi yangu. Haleluya. Unao uwezo na ikawa. Mungu atusaidie sana. Unao uwezo na ikawa. Ndio. Bwana Yesu asifiwe. Unao uwezo wa kumwambia Mungu, Mungu, ninaomba huyo mtoto wangu huyu umuumbe kwa upya. Ulimuumba Bwana, kuna mambo hayajaenda sawa, ila Bwana ninaomba umuumbe kwa upya. Kwa sababu unao neno ndani yako inakuwa. Mungu atusaidie sana. Kwa wala usiishi kwa mashaka, wala usiishi kwa kujiuliza. Chukua mamlaka. Haleluya. Chukua mamlaka ambayo ni neno la Mungu. Ndio maana mtu ambaye analo neno, yani analo neno, hana andiko, analo neno limejaa ndani, akikutamkia kitu kinakuwa. Akisema hutafanikiwa, hufanikiwi, kwa sababu kile anachokitoa kimebeba nguvu ya Mungu ndani yake. Haleluya. Ina maana kama mimi hapa nilipo, kilichoko ndani yangu ni Mungu, si ndivyo? Mungu si yuko ndani yangu. Ina maana kila ninachokitoa kina uwezo ndani yake. Haleluya. Ina maana nikisema navunja, unavunjika kweli. Kwa sababu ninatamka kwa uwezo wa Mungu aliyeko ndani yangu. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo wala usianze kujiuliza, tumia neno la Mungu tu. Bwana Yesu asifiwe. Kwa neno tunashinda majaribu. Yesu alishinda shetani kwa neno tu. Yaani alisema, imeandikwa, na akasema imeandikwa pia. Ni kwa nini? Kwa sababu ya neno. Kumbe neno linatupa kushinda. Neno linatuimarisha linapokuwa ndani. Lazima uwe mtu mwingine tofauti. Haleluya. Kuna wakati mwingine tunapita sehemu kama hii, hakuna njia, pana wazi, chini kuna bonde. Ukiangalia huku huwezi ukapita kona, ukapita, lazima upite hapa. Neno linakusaidia, linafanyika nguzo. Unapita hapo ambapo hakuna daraja, hakuna njia, unapita. Ni neno la Mungu peke yake. Haleluya. Unajua neno ni Mungu mwenyewe. Na sifa nyingine ya Mungu, anajua kila kitu. Na kama Mungu anajua kila kitu, hata hapo unapopita Mungu anajua. Na kama Mungu anajua, atakupa namna ya kupita hapo, kwa sababu si anajua. Na wewe si uko naye ndani yake, hawezi kuruhusu uanguke. Maana yeye anasema ni jambo la kutisha. Ni jambo la kutisha na kuogofya mtu kuanguka katika mikono ya Mungu aliye hai. Unawezaje kuanguka katika mikono ya Mungu aliye hai wakati amesema anaweza kukubeba? Wakati amesema mbingu zimejaa
Wakati kwenye Waebrania anasema mtu wangu mimi akisita sita, roho yangu haina furaha naye. Mungu yeye anataka uwe kama mtumishi wa Mungu Elia. Alisema na ijulikane yupo Mungu, na akajulikana Mungu anataka. Bwana Yesu asifiwe. Anataka mtu jasiri asiyetumia. Amen. Mungu atusaidie sana. Anataka Elia uwe wewe. Usije ukasema ni kweli Mungu ni naye. Ni kweli huyu mtana nataka wajue Mungu ni naye. Lakini unasema hivi au mabari je wakiita moto ukishuka ukalamba hizi mimi itakuwaje? Usijali. Waache waombe. Waache waite kwa namna yao. Lakini wewe kwa sababu unayo imani na Mungu aliye naye, unasema Mungu na ijulikane. Upo Mungu naishi, shusha moto. Amina. Yesu asifiwe. Kumbe ukiwa na Mungu ambaye ni neno la Mungu unayo mamlaka cha kufanya ni cha kuzingatia. Punguza mashaka. Tena usipunguze. Acha kabisa. Toa kitu kinachoitwa mashaka ndani yako. Amen. Amen. Mashaka ni dhambi. Ndio. Ni dhambi. Ndio. Biblia imesema aaminie na kubatizwa ataokoka. Ina maana asiamini, yani asiye na mashaka. Ni nani? Mungu atusaidie sana. Amen. Mungu atusaidie wewe na anisaidie mimi. Amen. Haleluya tena. Amen. Neno la Mungu ni uzima. Ndio. Neno la Mungu ni uzima. Ndio. Yesu alipokuja akamwambia yule mwenye ukoma takasika, na takasika sio kwamba kusema haya kaiteni uko wote kama inavyokuwepo kwenye dunia yetu ya kawaida. Wanasema wewe unatakiwa afanye operation. Waiteni ndugu zake waje wasaini ili kwamba lolote likitokea, yani lolote likitokea. Lakini yeye Mungu hana akuaita. Akisema pona, unapona. Haijalishi unajua au hujui. Akisema upone, unapona. Haleluya. Jivunie Mungu aliye naye. Jivunie Mungu aliye naye mama yangu. Jivunie Mungu aliye naye baba yangu. Jivunie. Isifikie mahali ukapitia magumu ukasema Mungu umeniacha, kumbe bado yuko na wewe. Amesema niko karibu kuliko hata mavazi niliyovaa. Yako mbali, ninapotaka kuanguka hili liko mbali, yeye ananidaka, yuko karibu. Kwa hiyo uwe na uhakika, jivunie Mungu aliye naye, kwa sababu kama aliweza kukutengeneza hivyo akakulinda hata hapo ulipofikia, una kila sababu ya kumwamini kwa viwango. Ukimsoma Yohana anasema, na huu ndio ujasiri tulio nao, kwamba tukiomba sawasawa na mapenzi yake anasikia. Kwa hiyo wewe unatakiwa uwe jasiri. Usiogope. Bwana Yesu asifiwe. Wanadamu wanayo maneno, lakini yeye ni neno na anayo maneno ya uzima ndani yake. Hakuna jambo ambalo yeye hana. Kwake yote yapo. Ukitaka utajiri upo. Ukitaka mavazi yapo. Amesema msiogope. Msiwaze tule nini tunywe nini. Ina maana kama alisema hivyo kila kitu kiko kwake. Tumia nguvu iliyoko ndani yako. Haleluya. Yaani mtu mwingine hana hata uhakika. Neno la Mungu lina nguvu. Ukisoma ile Waebrania 4:12 anasema neno la Mungu lina nguvu. Tena ni upanga wao wote. Yaani ni upanga ambao unakata kuwili, ikizunguka hivi inakata watu milioni. Wewe unaweza? Unaona neno la Mungu ni kubwa. Yaani neno la Mungu ni kila kitu. Mungu atusaidie. Amina. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana atusaidie sana. Amen. Tupunguze, tuache. Acha mashaka. Niambia acha mashaka Mungu hapa. Haleluya. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Yaani yeye Mungu ni baba yetu, si ndivyo? Mungu ni baba yetu, anatutazama. Biblia inasema yani yeye giza na mwanga kwake yeye vyote ni sawa sawa. Hakuna kinachomficha yeye Mungu, muda wote anatutazama. Kwa hiyo tunao ujasiri wa kumwambia chochote. Lakini ili kile chochote ambacho tunamwambia Mungu kiwe na nguvu, lazima tufuate vile nilivyosema mwanzo. Amen. Haleluya. Tufuate vile nilivyosema mwanzo. Roho Mtakatifu ndiye Mungu pia. Alikuja akakaa kwetu baada ya Yesu kuondoka. Alisema nisipoondoka yule hatakuja. Kwa alipoondoka alikuja. Yule Roho Mtakatifu anatusaidia katika kila jambo. Unapoongeza neno ndani yako umemuongeza na Yesu.
kwa sababu tunaishi kwa neema ya Mungu. Tunaishi kwa ratiba za Mungu. Hapa tulipo wote tunajua hapa hakuna anayejua kesho. Kwa nini usimwamini wewe anayejua kesho? Kwa nini usimwamini wewe ambaye ameshaona na mwisho wako? Kwa nini usimwamini kwa asilimia zote? Mungu atusaidie sana. Neno la Mungu lije ndani yako ili likusaidie kuishi sawa sawa na mapenzi ya Mungu, ili likujenge na kukuimarisha, ili likusaidie tule tuzame tukuzingapo kwa tusikisinge lile neno litakusaidia. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Biblia inasema kile kimjazacho mtu ndicho kinachomtoka. Neno la Mungu likijaa ndani yako maana yake muda wote linatoka. Amen. Mungu tu. Mungu tu. Bwana Yesu asifiwe. Wewe ukiona unasema una neno alafu yanayokutoka ndani yako hayaambatani na lile neno, jiulize maswali. Jioji ukizungumza. Bwana Yesu asifiwe. Tabia ya Roho Mtakatifu. Roho Mtakatifu hajawahi kusema uongo. Roho Mtakatifu hajawahi kumwacha mtu hata sekunde moja. Roho Mtakatifu anakupasha habari ya mambo yatakayotokea. Si ndivyo? Roho Mtakatifu kitu anachopenda ni usafi na utakatifu. Na Yesu anachopenda ni usafi na utakatifu. Roho Mtakatifu anapokuwa ndani yako unaishi sawa sawa na yeye, maana yake ukiongeza na neno unakuwa ni mtu ambaye wewe sio wa kawaida. Hatuwezi kukufananisha hata na rais yoyote. Hatuwezi kukufananisha na mbunge yoyote kwa sababu unakuwa wewe katika ulimwengu wa roho ni mtu ambaye sio wa kawaida kwa sababu umembeba Mungu wa dunia nzima. Yaani yeye aliyeziumba mbingu na nchi wewe umembeba. Unakuwa wewe sio mtu wa kawaida. Mungu atusaidie sana. Wakati mwingine mdomo unakuwa mwepesi sana. Unakuwa mwepesi sana kusema wewe mbwa. Wewe fisi, wewe paka kwa sababu hakuna control yuko ndani. Ina maana kama iko ndani Biblia inasema moyoni mwangu nimeliweka neno, sio andiko. Nimeliweka neno, sio maombi, nimeliweka neno ili nisikutende dhambi. Ina maana lile neno kuna muda linafanyika kingi. Kuna muda linafanyika control ya wewe kutamka maneno mabaya. Bwana Yesu asifiwe. Biblia inasema sisi ni miungu. Maana yake ni sisi na sisi tunaomba kwa sababu sisi ni wa baba yetu muumbaji. Maana yake kila tunalolisema litaumbika. Ili lisiumbike lilo baya lazima neno liwe ndani. Ili neno lifanyike msaada kwako. Uliwe chujio linapotoka neno litoke lenye kuwafaa wahitaji. Biblia inasema maneno yenu na yawe yenye neema siku zote, yaliyokolea munyu ili yawafae wahitaji na wale wanaosikia. Mungu atusaidie sana. Kwa sababu wewe unamtukana wewe unamsema maneno mabaya kuna aliyesikia. Maana yake umeua huyu umeua na huyu. Mungu atusaidie sana. Sasa hili neno litusaidie lazima tuchukue hatua. Chukua hatua. Ili utakaposema iwe. Katika kitabu cha Yohana Mtakatifu kuanzia sura ile ya kwanza. Lakini kwa faida ya msomaji au kwa faida ya msikilizaji tunaweza tukaelezea kwa ufupi. Kitabu cha Yohana ni miongoni mwa vitabu vya Injili 4. Kuna muunganiko wa vitabu unaitwa Injili 4. Yaani Yohana, Marko, Luka na Yohana. Kwa hiyo kitabu cha Yohana ni miongoni mwa Injili 4. Kimeandikwa na miongoni mwa wanafunzi wa Yesu. Na tena alikuwa ni mdogo kuliko wote, alikuwa anaitwa Yohana. Hichi kitabu cha Yohana kimeandikwa na Yohana mwenyewe. Alikuwa mwanafunzi wa Yesu, lakini ni mwanafunzi aliyependa kukaa kifuani kwa Yesu. Haleluya. Tunaweza kusema kwa Kiswahili kimotini. Alikuwa anapenda kukaa na Yesu karibu. Kwa hiyo ni mwanafunzi ambaye alipendwa zaidi. Tunaona huyu alikuwa ni miongoni mwa wale thenashara 12. Pamoja na kuwa mwanafunzi wa Yesu, mateso hayakuwapitilia mbali. Wala changamoto hazikupita mbali. Zilipita katikati yao ili kuwaimarisha na kuwajenga. Unaona hawa wanafunzi wa Yesu ukiangalia safari yao ya huduma baada ya Yesu kufa ilikuwa ni safari ambayo ngumu lakini rahisi katika ndani ya Mungu. Haleluya. Kwa nje ilikuwa ni safari ngumu kwa sababu waliteswa kwa sababu ya kuitangaza injili ya Yesu Kristo. Tunaona baada ya kujazwa pale siku ya Pentekoste, walipojaza wakapokea nguvu mpya. Ile nguvu iliwasaidia kuhubiri injili pasipo kuwa na mashaka yoyote. Ile nguvu iliwasaidia kuhubiri injili kwa kasi ya ajabu mpaka wale watawala wale Warumi wakashangaa. Hawa watu ni nini? Lakini ile nguvu ya Roho Mtakatifu ambayo waliipokea sikukuu ya Pentekoste iliwapa nguvu ndani yao, iliweka motisha ndani yao,
wa kuhubiri injili. Tunaona baada ya kuwa na ile nguvu wakawa wakihubiri. Ukisoma katika kitabu cha Matendo ya Mitume, wakaweka shirika, wakawa wanakula pamoja, wanaabudu pamoja. Unauza ulicho nacho, unaleta shirika, wanakula. Bwana Yesu asifiwe. Yaani kama hivi leo tungekuwa hivi sisi wote tunakula pamoja, tukipika tunapika pamoja, ndivyo ilivyokuwa kwa kipindi hicho. Lakini kwa sababu agano au neno, Yesu alipoondoka kwenda mbinguni alisema, agizo alilolitoa alisema, enendeni ulimwenguni mote mkahubiri injili kwa kila kiumbe. Aaminie na kuokoka atabatizwa, asiamini atahukumiwa. Kumbe lile agizo ambalo Yesu alikuwa amelitoa bado lilikuwa linatakiwa litendeke kupitia wanafunzi wake. Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini wale wanafunzi Yesu aliambiwa msiondoke kwanza mpaka mtakapopokea ile nguvu. Na ndio maana hata sisi si vizuri sana kwenda kwenye huduma kama hatujapokea ile nguvu. Ile nguvu inatusaidia tuhubiri injili kwa ujasiri. Lakini ile nguvu inatusaidia kufanya sawasawa na mapenzi ya Mungu. Yaani yule Roho Mtakatifu anapokuwa ndani yetu, anatusaidia tufanye sawasawa na Mungu anavyotaka. Amina. Maana Yesu alisema atakapoenda mbinguni hata tuache yatima, bali ataleta msaidizi. Msaidizi nani? Ambaye ni Roho Mtakatifu. Anatusaidia kwenye ule udhaifu wetu, tunafanya sawasawa na mapenzi ya Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Tunaona wale watumishi wa Mungu baada ya kukaa pamoja walikuwa wameridhika. Bwana Yesu asifiwe. Walikuwa wamelizika, wanasikia amani, kumtukuza Mungu. Lakini ikatokea adha. Ilitokea adha, wakatawanyika. Na lilikuwa ni kusudi la Mungu wao watawanyike, kwa sababu ndivyo Yesu alivyosema. Bwana Yesu asifiwe sana. Kumbe tunaona pamoja na lile kundi kutawanyika, na hata hao wanafunzi wa Yesu walitawanyika. Kila mtu alienda sehemu aliyoenda. Lakini pamoja na kutawanyika, hawakuacha kuihubiri injili ya Yesu Kristo. Waliendelea kuihubiri injili kwa nguvu ile ile. Tunaona watumishi wa Mungu walipitia changamoto. Yaani unahubiri injili hapa, unachapwa viboko. Mtu anavuliwa nguo, unachapwa viboko. Yaani unahubiri injili ya Yesu afu unachapwa viboko. Wale watumishi wa Mungu walikuwa akichapwa viboko hapa, anatembea, akifika pale stendi ya zamani anaendelea kuhubiri injili. Wewe ungeweza? Bwana Yesu asifiwe. Wewe ungeweza? Kwa nini? Tunaona ile nguvu iliyokuwepo ndani ndio ilikuwa inawawezesha kufanya kile kitu ambacho kwa akili za kibinadamu hakiwezekani. Mungu atusaidie sana. Ni ile nguvu ya ndani ya Roho Mtakatifu ndio iliwawezesha kufanya kile kitu. Ndio maana hata mateso, walipigwa viboko lakini hawakujali. Walitemewa mate lakini hawakujali. Lakini tunaona mtumishi wa Mungu Paulo anajivuna, anasema mwilini mwangu nimezivaa chapa za Yesu Kristo. Wewe chapa unafikiri zilikuwa ni nini? Fimbo. Yaani mtu amechapa maalama kila mahali alafu anajivunia. Bwana Yesu asifiwe. Yote hayo yanatokea nini? Yanatokana na ile nguvu ya Roho Mtakatifu. Tunaona huyu mtumishi wa Mungu, huyu Yohana Mbatizaji, huyu aliteswa. Huyu ni Yohana mwanafunzi wa Yesu. Aliteswa na mengi. Tunaona alipokuwa yeye akili, walimchukua wakachemsha mafuta, wakamdumbukiza kwenye mafuta. Yalikuwa yamechemka, wakamdumbukiza. Sio historia, ndio kilichotokea. Walipomdumbukiza, cha kushangaa hakuungua. Walimtesa kila mateso ya kila aina, hakuungua kwenye yale mafuta. Wewe hata mafuta kidogo tu unaungua, lakini yule mtumishi wa Mungu hakuungua. Wakasema huyu mtu tumemtesa kwa kila namna, hajaungua. Wakamtoa. Walipomtoa wakamtupa kisiwani Patmo. Kwa historia, kile kisiwa ni kisiwa ambacho binadamu wa kawaida hawezi kuhimili kwa masaa 24. Hawezi kufanyaje? Hawezi kuhimili kwa masaa 24 kubaki hai. Walipomtupa katika kile kisiwa Patmo, kile kisiwani pale, walipomtupa wakamkata mkono. Walipomkata mkono, ukisoma Biblia inasema pale katika kisiwa Patmo ndipo alipokutana na Yesu. Akamwelekeza, akakiandika kitabu cha Ufunuo wa Yohana. Bwana Yesu asifiwe. Mkono uliota, akaandika kitabu cha Ufunuo wa Yohana. Tunaona wale watu waliokuwa wamempeleka kule kisiwani Patmo kule, walipokuwa wamempeleka kule, walishangaa. Siku walipoenda wakakuta mkono umeota, alafu wanaandika kitabu cha Ufunuo wa Yohana. Kwa nini tunasoma na tunajifunza kuhusu historia hizi? Tupa ujasiri, zinatujenga. Na sisi tujue kumbe tukipambana, tukapigana kwa ajili ya Yesu, na yeye atapigana kwa ajili yetu. Bwana Yesu asifiwe. Tukakubali kuumiza hii miili kwa muda mchache, na yeye lazima apigane kwa ajili yetu. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hizi historia zimewekwa, zikaandikwa ili kutujenga. Hazijawekwa ili kututisha. Zimeandikwa ili sisi kutujenga, kwamba katika hili changamoto ninayopitia, kuna mwingine alipita hapa
atuwezeshe sana. Amina. Natamani na shauku na ninajua Yohana Mtakatifu. Amina. Huyo mtumishi wa Mungu ndiye pekee mwanafunzi wa Yesu aliyekufa kifo cha kawaida. Yaani alizeeka kabisa alafu akafa kawaida. Cha kulala tu kawaida kama binadamu wengine. Bwana Yesu asifiwe. Tofauti na wakina Petro yule ambaye alikuwa kiongozi wa wengine. Yule Petro yeye alisurubishwa. Akasema mimi ni mwanadamu tu. Mimi ni mtu tu, siwezi nikasurubishwa kama alivyosurubishwa Yesu msalabani. Yesu alisurubishwa kichwa juu, miguu chini. Yeye akasema nisurubisheni kichwa chini, miguu juu. Tunaona yeye Petro alisurubishwa. Wengine waliburuzwa, yani anafungwa kwenye farasi na mburuza mpaka atakapokufa. Unaona ni mateso kiasi gani, lakini walivumilia kwa sababu walijua kuna thawabu ipo. Mungu atusaidie sana. Kuna thawabu ipo. Kwa hiyo kwa namna hiyo na sisi wenyewe tunatakiwa kuvumilia. Yapo ambayo yanatupiga, yapo ambayo yanatutikisa, lakini tunatakiwa kuvumilia kwa sababu kile kitu kilichopo pale juu ni kikubwa kuliko haya tunayopitia. Mungu atusaidie sana. Ni kikubwa kuliko haya tunayofanyaje? Fikiria miaka 75 ambayo tumepewa na Mungu. Tukiwa na nguvu miaka 65, 70 tukiwa na nguvu. Alafu inaamua maisha yako ya miaka 1000. Auoni hiyo miaka 1000 ni mingi kuliko 70? Kwa hiyo ni vyema ukapambana kwa 70 alafu ukaishi miaka 1000 kwa amani na raha. Haleluya. Mungu atusaidie sana. Lakini tusiende mbali sana. Leo tutajifunza somo tu linaloitwa neno. Tunaandika kichwa cha somo kinachoitwa neno. Ni kutoka katika kitabu cha Yohana Mtakatifu sura ya 1 mstari wa 1 mpaka wa 5. Kichwa cha somo ni neno. Bwana Yesu asifiwe. Neno ni nini? Neno ni Yesu mwenyewe. Alikuwepo kabla ya vitu vyote vya ulimwengu kuumbwa au kuwepo. Bwana Yesu asifiwe. Ninaongelea neno la Mungu. Hii Biblia imeandikwa maandiko matakatifu. Bwana Yesu asifiwe. Ni nini? Ni maandiko matakatifu. Ni kweli tunaweza tukao tunajifunza kila siku ili somo, lakini sijajua ni kwa nini leo tunajifunza tena hili. Wacha tuone kusudi la Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Hii Biblia imeandikwa maandiko matakatifu ya Mungu. Sivyo? Ili ligeuke kuwa neno ndani yako. Hapa kwenye Biblia ni neno. Ili ligeuke kuwa neno ndani yako, lazima kuna hatua za kuchukua. Bwana Yesu asifiwe. Ili ligeuke kuwa neno, kuna hatua za kuchukua. Bwana Yesu asifiwe. Neno la Mungu ni kama mbegu. Ni mbegu. Kwa hiyo neno la Mungu unapolisoma, unaanza kusoma andiko. Ndivyo? Unaanza kusoma andiko. Ndivyo ilivyo katika ulimwengu wa kawaida. Unapoona bango, si unasoma kawaida ni bango. Lakini namna unapozidi kusoma bango unaanza kulitafakari. Walisema bango linasemaje? Je, ni tangazo la nini? Unaongeza bidii. Mbona hili tangazo ni kama la mkesha? Unaongeza tena bidii kwenye kujua ni tangazo. Unaanza kuongeza bidii kusema huu mkesha uko wapi? Unaongeza tena bidii ya kujua unapatikana wapi, kitu kinaota ndani. Cha kutengeneza shauku ya kwenda kwenye nini? Kwenye mkesha. Kwa hiyo unapolisoma neno la Mungu usiishie kulisoma litabaki andiko. Ndio maana Biblia inasema andiko huwa lakini neno linauisha. Ukiishia kulisoma andiko ndipo utakapokufa. Utakutana sehemu ameandika maji, utaenda kununua maji, alisoma liwe neno ndani yako. Umelisoma limekuwa andiko ndani yako, ndio maana unakufa kupitia hilo andiko. Mungu atusaidie sana. Kumbe ili tuwe salama, tuwe huru na tuwe sawa sawa mbele za Mungu, lazima ili andiko tulisome alafu liwe neno ndani yetu. Bwana Yesu asifiwe sana. Mungu atusaidie sana. Liwe nini? Liwe neno ndani yetu. Unapolisoma neno usiishie kusoma. Lazima uchukue hatua. Unaposoma neno, Biblia inasema ombeni. Unaongeza hatua, unaanza kulitafakari. Niombe. Kumbe Yesu anasema niombe. Unaongeza tena hatua la kulitafakari. Kumbe kuchukua hatua, amesema niombe muda wote wala nisikate tamaa. Unaongeza tena hatua. Kadri unapoongeza hatua, ndipo lile andiko linaendelea kuwa neno ndani yako. Linafanyika nguvu. Bwana Yesu asifiwe sana. Hapo nyuma nilipopita hapo nimesema neno la Mungu. Neno ni Yesu mwenyewe. Ulimsoma mara moja, unamuongeza Yesu namba 1. Unaweka neno Yesu tena namba 2. Unaendelea kumuongeza, yani namna kadri unavyozidi kusoma ndivyo Yesu anavyozidi kuongezeka kwa ukubwa ndani yako. Bwana Yesu asifiwe sana. Namna yake Mungu alionyesha. Ndivyo? Lakini kila mtu Yesu ni mmoja. Yesu ni
ila kiwango ambacho umemweka Yesu ndani yako kinatofautiana. Bwana Yesu asifiwe. Kiwango ambacho umemweka wewe Yesu ndani yako na mimi nilichomweka Yesu ndani yangu different. Bwana Yesu asifiwe. Kwa nini? Kwa sababu kila mmoja ana namna yake. Yesu alisema, na mtafanya zaidi ya nilivyofanya. Kama yeye alifufua wafu, na nyie mtafufua hata zaidi. Bwana Yesu asifiwe. Kinachofanya ile iwe zaidi ni nini? Ni kiwango kilichoko ndani yako ulichokiweka cha neno ambao ni Yesu mwenyewe. Bwana Yesu asifiwe. Juzi hapa ni wiki zimepita chache, mchungaji alifundisha neno, akasoma andiko linasema, nitayafanya maneno yangu kwenye kinywa chako kuwa moto. Bwana Yesu asifiwe. Huyo ni Mungu, asema Bwana. Kwamba unajiuliza atafanyaje sasa maneno yake kuwa moto kama usoma. Kumbe kadri unapozidi kusoma lile neno linakaa ndani. Biblia inasema kaeni ndani yangu nami nikae ndani yenu. Ina maana Yesu anakaa ndani yetu, ni neno. Bwana Yesu asifiwe. Kwa soma neno la Mungu ili Yesu akae ndani yako zaidi. Bwana Yesu asifiwe. Kaa ndani ya neno na kukanda na kuliingiza kwenye utekelezaji. Usikubali kusoma neno la Mungu kama gazeti. Usikubali kusoma neno la Mungu kama jarada, halitakuwa na matokeo. Halitakuwa na matokeo ndani yako. Kila siku utakuwa unasema Bwana alisema ombeni, mimi sijaona. Ninaomba usiku na mchana sijaona. Ni kwa sababu neno lililo ndani yako halina matokeo. Kuna namna unatakiwa ufanye liwe na matokeo. Mungu atusaidie sana. Kwa hiyo tunapolisoma neno la Mungu na tunapolitafakari na neno la Mungu linakuwa na nguvu ndani yetu ya kufanya mambo ambayo kwa akili za kibinadamu hayawezekani. Bwana Yesu asifiwe sana. Mambo ni matatu. Unaposoma neno la Mungu, moja, Bwana Yesu asifiwe. Unaposoma neno la Mungu ni hatua namba moja. Kuna yule anaitwa Roho Mtakatifu anaelimisha. Alafu ukiishi na maisha matakatifu ndio inasaisha. Alafu ukiongezea na maombi, wewe ukisema na iwe inakuwa. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Yaani ukisema nataka unapata. Ukisema iwe inakuwa. Tunaona Mungu mwenyewe anasema na tumfanye mtu. Na tumfanye mtu. Unaposema tumfanye manake hauko peke yako. Ungesema na nimfanye. Kwa anasema na tumfanye mtu. Neno ni muumbaji. Bwana Yesu asifiwe. Kwa kupitia huyu neno kila kitu kilifanyika. Ndio maana Mungu aliposema na iwe anga, ikawa anga. Kumbe tunapata picha kwamba mtendaji alikuwa ni neno. Na huyo neno alikuwa ni nani? Ni Yesu. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe sana. Kumbe siku ya leo mimi na wewe tujifunze kitu. Kwamba ndani yetu tunaweza tukawa watu wa tofauti kadri tulivyomweka Yesu ndani yetu kwa kiwango kikubwa. Bwana Yesu asifiwe. Tuongee sasa tujasoma. Mwanzo Yohana. Hapo mwanzo kulikuwa neno. Naye neno alikuwa kwa Mungu. Naye neno alikuwa Mungu. Huyo mwanzo alikuwa Mungu. Yote vilifanyika kwa huyo. Wala pasipo yeye hakufanyika chochote kilichofanyika. Ndani yake ndimo ulimokuwa uzima. Na uzima ulikuwa nuru ya watu. Giza halikuiweza Mungu. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Umeona? Mungu atusaidie sana. Tunatamani, mimi nina shauku. Ninatamani kumuona Mungu kwenye maisha yangu kwa viwango vya juu. Na najua na wewe kuna namna unatamani kumuona Mungu ndani yako kwa viwango vya juu. Sasa ili tumuone Mungu kwa viwango vya juu lazima neno likae ndani. Ili lile neno la Mungu likikaa ndani liuishwe na Roho Mtakatifu. Ili likishawishwa na Roho Mtakatifu tukichanganya na maombi tunayoomba usiku na mchana inakuwa. Mungu atusaidie sana. Inakuwa kwa sababu neno ni halisi. Sio hadithi, ni harisi. Neno ni Mungu mwenyewe. Unapokuwa unaliweka ndani kwa wingi, unapoliongeza ndani linaota. Mungu atusaidie sana. Amen. Mungu atusaidie. Usisome kama gazeti liongezee utendaji.
kidogo. Bwana Yesu asifiwe. Utamuona Mungu kwa namna pekee tofauti vile hujawahi kuona. Bwana Yesu asifiwe sana. Inakuwa Mungu atusaidie sana. Neno ni Mungu. Neno ni Yesu mwenyewe. Lakini tukimbie kidogo. Sifa za neno. Sifa za nani? Za neno. Namba 1. Neno sifa yake kwanza kuu ni Mungu. Haleluya. Tuziandike. Lakini pia kama unaandika kwenye moyo, ubarikiwe na Yesu Kristo. Haleluya. Sifa ya kwanza ya neno, neno ni Mungu. Ni udhibitisho kwamba neno ni Mungu. Ni Yohana, utaandika Yohana 1:1, lakini nisome Ufunuo 19:11 mpaka 13. Neno ni Mungu. Haleluya. Neno ni Mungu. Mungu anakaa ndani yetu kwa neno tu. Haleluya. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Kama yeye amesema macho yake yeye yako kila mahali, yakimtazama mbaya na mwema. Fikiria amesema mbingu ni sehemu ya kiti chake cha enzi, lakini dunia yote unayojua ambayo wewe huwezi kusafiri kwa siku moja, amesema ni mahali pa kuweka miguu. Je, angesema akae mwili wake wote ukae ndani yako, ungeweza? Lakini anakaa ndani yetu kupitia neno. Bwana Yesu asifiwe. Nisomee hiyo mtumishi wa Mungu. Nikaziona mbingu zikifunuka. Natazama farasi mweupe. Naye aliyempanda aitwaye mwaminifu na wa kweli. Naye kwa haki ahukumu na kufanya vita. Mstari wa 12. Na macho yake yalikuwa kama mwali wa moto, na juu ya kichwa chake vilemba vingi. Naye ana jina lililoandikwa asilolijua mtu ila yeye mwenyewe. 13. Naye amevaa kwa vazi lililochorwa katika damu, na jina lake aitwa Neno la Mungu. Na jina lake aitwa Mungu. Mwambie jirani yako, Neno la Mungu. Mungu atusaidie sana. Kumbe neno ni Mungu. Kwa tunapolisoma ndani yetu kwa wingi na kuliweka linakuwa Mungu. Lakini sifa namba 2, neno ni muumbaji. Yaani sifa yake kuu, yeye ni muumbaji. Alafu yeye hana ukomo wa kuumba, bado anaendelea kuumba. Utaandika Waebrania 1:2, Kolosai 1:16-17. Lakini sifa nyingine namba 3 ya neno ni uzima. Tunaweza kusema pia neno ni afya. Ni Yohana 5:26. 5:20, utaanzia 20 mpaka 26. Lakini namba 4, neno lina nguvu. Waebrania 4:12. Lakini namba 5, lina mamlaka. Neno la Mungu hilo lina mamlaka. Lakini namba 6, sifa ya neno la Mungu ni moto. Yeremia 23:29. Namba 7, neno la Mungu ni upanga. Efeso 6:17. Haleluya. Mtumishi Efeso 6:17 ambao ni point namba 7, neno ni upanga. 6:17. Nasoma kwa jina la Yesu. Tena ipokeeni chepeo ya wokovu na upanga wa Roho ambao ni neno la Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Amen. Ni sifa tu. Nazo sifa nyingi sana. Yaani nyingi, hata kama tungeanza kuandikia hapa mlangoni tu tunaenda hivi tunaandika maandishi mpaka kuzunguka kanisa, tusingezimaliza. Neno ni Yesu mwenyewe na neno ni Mungu mwenyewe. Ili tuone faida ndani ya wokovu tulionao, lazima tujue kulitumia neno la Mungu kwa usahihi. Haleluya. Ili tuone faida kwenye neno, lazima tujue kulitumia kwenye usahihi. Mungu atusaidie sana. Tujue kulitumia kwa usahihi. Mtu mwingine anaweza kushangaa, neno la Mungu unalitumia kwenye usahihi namna gani? Kama neno la Mungu likikaa ndani yako linakuwa nguvu, unaweza kufanya jambo lolote lile ambalo liko mbele yako. Haijalishi ni gumu au ni jepesi, unaweza kufanya. Tumesoma kwamba neno ni muumbaji, na maana hata wewe unaweza kuumba. Ukiwa na neno la Mungu ndani yako unaweza kuumba. Unaweza ukatengeneza kwamba Baba, ninatengeneza, nataka maisha yangu yawe 1, 2, 3, 4. Si umeumba kwa sababu unalo neno ndani yako ambalo ni muumbaji. Mungu atusaidie sana. Unaweza ukaona unajiuliza maswali. Unasema nitafanyaje? Mwingine
kwanza, chukua mamlaka. Haleluya. Chukua mamlaka ambayo ni neno la Mungu. Ndio maana mtu ambaye analo neno hana andiko, analo neno limejaa ndani, akikutamkia kitu kinakuwa. Akisema hutafanikiwa, hufanikiwi, kwa sababu kila anachokitoa kimebeba nguvu ya Mungu ndani yake. Haleluya. Ina maana kama mimi hapa nilipo, kilichoko ndani yangu ni Mungu, si ndivyo? Mungu si yuko ndani yangu. Ina maana kila ninachokitoa kina uwezo ndani yake. Haleluya. Ina maana nikisema navunja, unavunjika pole, kwa sababu ninatamka kwa uwezo wa Mungu aliyeko ndani yangu. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo wala usianze kujiuliza, tumia neno la Mungu tu. Bwana Yesu asifiwe. Kwa neno tunashinda majaribu. Yesu alimshinda shetani kwa neno tu. Yaani alisema, imeandikwa, na akasema imeandikwa pia. Ni kwa nini? Kwa sababu ya neno. Kumbe neno linatupa kushinda. Neno linatuimarisha linapokuwa ndani. Lazima uwe mtu mwingine tofauti. Haleluya. Kuna wakati mwingine tunapita sehemu kama hii, hakuna njia, pana wazi, chini kuna bonde. Ukiangalia huwezi ukapita kona ukapita, lazima upite hapa. Neno linakusaidia, linafanyika nguzo. Unapita hapo ambapo hakuna daraja, hakuna njia, unapita. Ni neno la Mungu peke yake. Haleluya. Unajua neno ni Mungu mwenyewe. Na sifa nyingine ya Mungu, anajua kila kitu. Na kama Mungu anajua kila kitu, hata hapo unapopita Mungu anajua. Na kama Mungu anajua, atakupa namna ya kupita hapo, kwa sababu si anajua. Na wewe si uko naye ndani yake, hawezi kuruhusu uanguke. Maana yeye anasema ni jambo la kutisha. Ni jambo la kutisha na kuogofya mtu kuanguka katika mikono ya Mungu aliye hai. Unawezaje kuanguka katika mikono ya Mungu aliye hai wakati amesema anaweza kukubeba? Wakati amesema mbingu zimejaa utukufu wake. Alafu hizi zote, yaani yeye kwa uwezo wake tu amezishikilia. Ungekuwa ni wewe, tungekwambia shika anga, uenda siku 2 tu ungetuangushia. Lakini yeye kila siku, tumezaliwa mpaka hapa tulipofika, anga halijawahi kuanguka. Halijawahi kuanguka kwa sababu alilishikilia. Anazo nguvu. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Anazo nguvu na anazo mamlaka. Katika watu ambao tunaishi kwa kukosa maarifa, ni sisi tuliomwamini Mungu. Kwa sababu tunaye Mungu lakini tunaishi kwa mashaka. Tunaye Mungu lakini tuna wasiwasi naye. Wakati kwenye Waebrania anasema, mtu wangu mimi akisita, roho yangu haina furaha naye. Mungu yeye anataka uwe kama mtumishi wa Mungu Elia. Alisema na ijulikane yupo Mungu. Na akajulikana Mungu anataka. Bwana Yesu asifiwe. Mungu anataka mtu jasiri, anayetulia. Amen. Mungu atusaidie sana. Anataka Elia uwe wewe. Usije ukasema ni kweli Mungu ni naye. Ni kweli huyu mtana nataka wajue Mungu ni naye. Lakini unasema hivi, kama bahari je, wakiita moto ukishuka ukalamba hizi, mimi nitakuaje? Usijali. Wewe waache waombe. Waache waite kwa namna yao. Lakini wewe kwa sababu unayo imani na Mungu aliye naye, unasema Mungu na ijulikane. Upo Mungu naishi, shusha moto. Amina. Bwana Yesu asifiwe. Kumbe ukiwa na Mungu ambaye ni neno la Mungu, unayo mamlaka cha kufanya na cha kuzingatia. Punguza mashaka. Tena usipunguze. Acha kabisa. Toa kitu kinachoitwa mashaka ndani yako. Amen. Amen. Mashaka ni dhambi. Ndio. Ni dhambi. Ndio. Biblia imesema, aaminie na kubatizwa ataokoka. Ina maana asiamini, yani asiye na mashaka. Ni nani? Mungu atusaidie sana. Amen. Mungu akusaidie wewe na anisaidie mimi. Haleluya tena. Amen. Neno la Mungu ni uzima. Ndio. Neno la Mungu ni uzima. Ndio. Yesu alipokuja akamwambia yule mwenye ukoma, takasika, na takasika. Sio kwamba kusema haya kaiteni uko wote kama inavyokuepo dawa kwenye dunia yetu ya kawaida. Wanasema wewe unatakiwa fanyia operation. Waiteni ndugu zake waje wasaini ili kwamba lolote likitokea, yani lolote likitokea. Lakini yeye Mungu hana kuaita. Akisema pona, unapona. Haijalishi unajua au hujui. Akisema upone, unapona.
yako mbali. Ninapotaka kuanguka hili liko mbali, yeye ananidaka, yuko karibu. Kwa hiyo uwe na uhakika, jivunie Mungu uliye naye, kwa sababu kama aliweza kukutengeneza hivyo hivyo, akakulinda hata hapo ulipofikia, una kila sababu ya kumwamini kwa viwango. Ukimsoma Yohana anasema, na huu ndio ujasiri tulio nao, kwamba tukiomba sawasawa na mapenzi yake anasikia. Kwa hiyo wewe unatakiwa uwe jasiri, usiogope. Bwana Yesu asifiwe. Wanadamu wanayo maneno, lakini yeye ni neno na anayo maneno ya uzima ndani yake. Hakuna jambo ambalo yeye hana, kwake yote yapo. Ukitaka utajiri upo, ukitaka mavazi yapo. Amesema msiogope, msiwaze tule nini tunywe nini. Ina maana kama alisema hivyo, kila kitu kiko kwake. Tumia nguvu iliyoko ndani yako. Haleluya. Yaani mtu mwingine hana hata uhakika. Neno la Mungu lina nguvu. Ukisoma ile Waebrania 4:12 anasema neno la Mungu lina nguvu, tena ni upanga uwao wote. Yaani ni upanga ambao unakata kuili, ukizunguka hivi inakata watu milioni. Wewe unaweza? Unaona neno la Mungu ni kubwa. Yaani neno la Mungu ni kila kitu. Mungu atusaidie. Amina. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana atusaidie sana. Amen. Tupunguze, acha mashaka. Acha mashaka Mungu hapa. Haleluya. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Yaani yeye Mungu ni baba yetu, si ndivyo? Mungu ni baba yetu, anatutasiku, anatutazama. Biblia inasema yaani yeye giza na mwanga kwake yeye vyote ni sawa sawa. Hakuna kinachomficha yeye Mungu, muda wote anatutazama. Kwa hiyo tunao ujasiri wa kumwambia chochote. Lakini ili kile chochote ambacho tunamwambia Mungu kiwe na nguvu, lazima tufuate vile nilivyosema mwanzo. Amen. Haleluya. Tufuate vile nilivyosema mwanzo. Roho Mtakatifu ndiye Mungu pia. Alikuja akakaa kwetu baada ya Yesu kuondoka. Alisema nisipoondoka yule hatakuja. Kwa alivyoondoka alikuja. Yule Roho Mtakatifu anatusaidia katika kila jambo. Unapoongeza neno ndani yako umemuongeza na Yesu. Unapomuongeza na Yesu ndani yako unakuwa na Mungu. Kwa unakuwa na Mungu Baba, Mungu Mwana, Mungu Roho Mtakatifu. Ni nani apite katikati yako? Ni nani akutishie maisha? Je, ni shida ikutishie? Je, ni chakula kikutishie? Je, ni maisha magumu yakutishie? Hakuna. Mungu atusaidie sana. Amen. Wewe acha mashaka. Bwana Yesu asifiwe. Punguza mashaka tena uyaache kabisa. Kwa sababu tunaishi kwa neema ya Mungu. Tunaishi kwa ratiba za Mungu. Hapa tulipo wote tunajua hapa hakuna anayejua kesho. Kwa nini usimwamini wewe anayejua kesho? Kwa nini usimwamini wewe ambaye ameshaona na mwisho wako? Kwa nini usimwamini kwa asilimia zote? Mungu atusaidie sana. Neno la Mungu lijae ndani yako. Ili likusaidie kuishi sawa sawa na mapenzi ya Mungu. Ili likujenge na kukuimarisha. Ili likusaidie tule tuzame tukuzingako kwa mpesi tu. Tusikuzingwe lile neno litakusaidia. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Biblia inasema kile kimjazacho mtu ndicho kinachomtoka. Neno la Mungu likijaa ndani yako maana yake muda wote linatoka. Amen. Mungu tu. Bwana Yesu asifiwe. Ukiona unasema una neno alafu yanayokutoka ndani yako hayaambatani na lile neno, jiulize maswali. Jioji. Ongeza nguvu. Bwana Yesu asifiwe. Tabia ya Roho Mtakatifu. Roho Mtakatifu hajawahi kusema uongo. Roho Mtakatifu hajawahi kumwacha mtu hata sekunde moja. Roho Mtakatifu anakupasha habari ya mambo yatakayotokea. Si ndivyo? Roho Mtakatifu kitu anachopenda ni usafi na utakatifu. Na Yesu anachopenda ni usafi na utakatifu. Roho Mtakatifu anapokuwa ndani yako unaishi sawa sawa na yeye. Maana yake ukiongeza na neno unakuwa ni mtu ambaye wewe sio wa kawaida. Hatuwezi kukufananisha hata na rais yoyote. Hatuwezi kukufananisha na mbunge yoyote, kwa sababu unakuwa wewe katika ulimwengu wa roho ni mtu ambaye sio wa kawaida, kwa sababu umembeba Mungu wa dunia nzima. Yaani yeye aliyeziumba mbingu na nchi wewe umembeba. Unakuwa wewe sio mtu wa kawaida. Mungu atusaidie sana. Wakati mwingine mdomo unakuwa mwepesi sana. Unakuwa mwepesi sana kusema wewe mbwa, wewe fisi, wewe paka, kwa sababu hakuna
tusaidie sana. Kwa sababu wewe unayemtukana wewe unayemsema maneno mabaya kuna aliyesikia. Maana yake umeua huyu, umeua na huyu. Amen. Mungu atusaidie sana. Sasa hili neno litusaidie, lazima tuchukue hatua. Amen. Chukua hatua. Amen. Chukua hatua. Amen. Chukua hatua. Ili utakaposema iwe. Katika kitabu cha Yohana Mtakatifu kuanzia sura ile ya kwanza. Lakini kwa faida ya msomaji au kwa faida ya msikilizaji tunaweza tukaelezea kwa ufupi. Kitabu cha Yohana ni miongoni mwa vitabu vya Injili 4. Kuna muunganiko wa vitabu unaitwa Injili 4. Yaani Yohana, Marko, Luka na Yohana. Kwa hiyo kitabu cha Yohana ni miongoni mwa Injili 4. Kimeandikwa na miongoni mwa wanafunzi wa Yesu. Na tena alikuwa ni mdogo kuliko wote, alikuwa anaitwa Yohana. Hichi kitabu cha Yohana kimeandikwa na Yohana mwenyewe. Alikuwa mwanafunzi wa Yesu, lakini ni mwanafunzi aliyependa kukaa kifuani kwa Yesu. Haleluya. Tunaweza kusema kwa Kiswahili kimtini. Alikuwa anapenda kukaa na Yesu karibu. Kwa hiyo ni mwanafunzi ambaye alipendwa zaidi. Tunaona huyu alikuwa ni miongoni mwa wale thenashara 12. Pamoja na kuwa mwanafunzi wa Yesu, mateso hayakuwapitilia mbali, wala changamoto hazikupita mbali. Zilipita katikati yao ili kuwaimarisha na kuwajenga. Unaona hawa wanafunzi wa Yesu, kiangalia safari yao ya huduma baada ya Yesu kufa, ilikuwa ni safari ambayo ngumu lakini rahisi katika ndani ya mioyo. Haleluya. Kwa nje ilikuwa ni safari ngumu kwa sababu waliteseka, waliteswa kwa sababu ya kuitangaza injili ya Yesu Kristo. Tunaona baada ya kujazwa pale siku ya Pentekoste, walipojaza wakapokea nguvu mpya. Ile nguvu iliwasaidia kuhubiri injili pasipo kuwa na mashaka yoyote. Ile nguvu iliwasaidia kuhubiri injili kwa kasi ya ajabu mpaka wale watawala wale Warumi wakashangaa. Hawa watu ni nini? Lakini ile nguvu ya Roho Mtakatifu ambayo waliipokea sikukuu ya Pentekoste iliwapa nguvu ndani yao, iliweka motisha ndani yao wa kuhubiri injili. Tunaona baada ya kuwa na ile nguvu wakawa wakihubiri. Ukisoma katika kitabu cha Matendo ya Mitume, wakaweka shirika, wakawa wanakula pamoja, wanaabudu pamoja. Unauza ulicho nacho, unaleta shirika, wanakula. Bwana Yesu asifiwe. Yaani kama hivi leo tungekuwa hivi sisi wote tunakula pamoja, tukipika tunapika pamoja, ndivyo ilivyokuwa kwa kipindi hicho. Lakini kwa sababu agano au neno Yesu alipoondoka kwenda mbinguni alisema, agizo alilolitoa alisema, enendeni ulimwenguni mote mkahubiri injili kwa kila kiumbe. Aaminie na kuokoka atabatizwa, asiamini atahukumiwa. Kumbe lile agizo ambalo Yesu alikuwa amelitoa bado lilikuwa linatakiwa litendeke kupitia wanafunzi wake. Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini wale wanafunzi Yesu aliambiwa msiondoke kwanza mpaka mtakapopokea ile nguvu. Na ndio maana hata sisi si vizuri sana kwenda kwenye huduma kama hatujapokea ile nguvu. Ile nguvu inatusaidia tuhubiri injili kwa ujasiri. Lakini ile nguvu inatusaidia kufanya sawasawa na mapenzi ya Mungu. Yaani yule Roho Mtakatifu anapokuwa ndani yetu, anatusaidia tufanye sawasawa na Mungu anavyotaka. Amina. Maana Yesu alisema atakapoenda mbinguni hata tuache yatima, bali ataleta msaidizi. Msaidizi nani? Ambaye ni Roho Mtakatifu. Anatusaidia kwenye ule udhaifu wetu, tunafanya sawasawa na mapenzi ya Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Tunaona wale watumishi wa Mungu baada ya kukaa pamoja walikuwa wameridhika. Bwana Yesu asifiwe. Walikuwa wamelizika, wanasikia amani, kumtukuza Mungu. Lakini ikatokea adha. Ilitokea adha, wakatawanyika. Na lilikuwa ni kusudi la Mungu wao watawanyike kwa sababu ndivyo Yesu aliposema. Bwana Yesu asifiwe sana. Kumbe tunaona pamoja na lile kundi kutawanyika, na hata hao wanafunzi wa Yesu walitawanyika. Kila mtu alienda sehemu aliyoenda. Lakini pamoja na kutawanyika hawakuacha kuhubiri injili ya Yesu Kristo. Waliendelea kuhubiri injili kwa nguvu ile. Tunaona watumishi wa Mungu walipitia changamoto, yani unahubiri injili hapa, unachapwa viboko. Mtu anavuliwa nguo, unachapwa viboko. Yani unahubiri injili ya Yesu afu unachapwa viboko. Wale watumishi wa Mungu walikuwa akichapwa viboko hapa, anatembea akifika pale stendi ya zamani, anaendelea kuhubiri injili. Wewe ungeweza? Bwana Yesu asifiwe. Wewe ungeweza? Kwa nini? Tunaona ile nguvu iliyokuwepo ndani ndio ilikuwa inawawezesha kufanya kile kitu ambacho kwa akili za kibinadamu hakiwezekani. Mungu atusaidie sana. Ni ile nguvu ya ndani ya Roho Mtakatifu ndio iliwawezesha kufanya kile kitu. Ndio maana hata mateso walipigwa viboko lakini hawakujali. Walitemewa mate lakini hawakujali.
kweli. Lakini tunaona mtumishi wa Mungu Paulo anajivuna, anasema mwilini mwangu nimezivaa chapa za Yesu Kristo. Wewe chapa unafikiri zilikuwa ni nini? Fimbo. Yaani mtu amechapwa maalama kila mahali alafu anajivunia. Bwana Yesu asifiwe. Yote haya yanatokea nini? Yanatokana na ile nguvu ya Roho Mtakatifu. Tunaona huyu mtumishi wa Mungu, huyu ni Yohana Mbatizaji. Huyu aliteswa, huyu ni Yohana mwanafunzi wa Yesu. Aliteswa na mengi. Tunaona alipokuwa yeye akili, walimchukua wakachemsha mafuta afu wakamdumbukiza kwenye mafuta. Yalikuwa yamechemka wakamdumbukiza. Sio historia ndio kilichotokea. Walipomdumbukiza cha kushangaa hakuungua. Walimtesa kila mateso ya kila aina, hakuungua kwenye yale mafuta. Wewe hata mafuta kidogo tu unaungua. Lakini yule mtumishi wa Mungu hakuungua. Wakasema huyu mtu tumemtesa kwa kila namna hajaungua, wakamtoa. Walipomtoa wakamtupa kisiwani Patmo. Kwa historia kile kisiwa ni kisiwa ambacho binadamu wa kawaida hawezi kuhimili kwa masaa 24. Hawezi kufanyaje? Hawezi kuhimili kwa masaa 24 kubaki hai. Walipomtupa katika kile kisiwa Patmo, kile kisiwani pale, walipomtupa wakamkata mkono. Walipomkata mkono, ukisoma Biblia inasema pale katika kisiwa Patmo ndipo alipokutana na Yesu. Akamwelekeza, akakiandika kitabu cha Ufunuo wa Yohana. Bwana Yesu asifiwe. Mkono uliota, akaandika kitabu cha Ufunuo wa Yohana. Tunaona wale watu waliokuwa wamempeleka kule kisiwani Patmo kule, walikokuwa wamempeleka kule, walishangaa. Siku walipoenda wakakuta mkono umeota, alafu waliandika kitabu cha Ufunuo wa Yohana. Kwa nini tunasoma na tunajifunza kuhusu historia hizi? Tupa ujasiri, zinatujenga na sisi tujue kumbe tukipambana tukapigana kwa ajili ya Yesu na yeye atapigana kwa ajili yetu. Bwana Yesu asifiwe. Tukakubali kuumiza hii miili kwa muda mchache na yeye lazima apigane kwa ajili yetu. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hizi historia zimewekwa zikaandikwa ili kutujenga. Hazijawekwa ili kututisha. Zimeandikwa ili sisi kutujenga kwamba katika hili changamoto ninayopitia kuna mwingine alipita hapa akavuka. Mungu atusaidie sana. Mungu atuwezeshe sana. Amina. Natamani na shauku na ninajua Yohana Mtakatifu. Amina. Huyo mtumishi wa Mungu ndiye pekee mwanafunzi wa Yesu aliyekufa kifo cha kawaida. Yaani alizeeka kabisa alafu akafa kawaida. Cha kulala tu kawaida kama binadamu wengine. Bwana Yesu asifiwe. Tofauti na wakina Petro yule ambaye alikuwa kiongozi wa wengine. Yule Petro yeye alikatwa, alisurubishwa. Akasema mimi ni mwanadamu tu. Mimi ni mtu tu, siwezi nikasurubishwa kama alivyosurubishwa Yesu msalabani. Yesu alisurubishwa kichwa juu, miguu chini. Yeye akasema nisurubisheni kichwa chini, miguu juu. Tunaona yeye Petro alisurubishwa. Wengine waliburuzwa, yani anafungwa kwenye farasi na mburuza mpaka atakapokufa. Unaona ni mateso kiasi gani, lakini walivumilia kwa sababu walijua kuna thawabu ipo. Mungu atusaidie sana. Kuna thawabu ipo. Kwa hiyo kwa namna hiyo na sisi wenyewe tunatakiwa kuvumilia. Yapo ambayo yanatupiga, yapo ambayo yanatutikisa, lakini tunatakiwa kuvumilia kwa sababu kile kitu kilichopo pale juu ni kikubwa kuliko haya tunayoyapitia. Mungu atusaidie sana. Ni kikubwa kuliko haya tunayofanyaje? Fikiria miaka 75 ambayo tumepewa na Mungu. Tukiwa na nguvu miaka 60, 65, 70 tukiwa na nguvu. Alafu inaamua maisha yako ya miaka 1000. Auoni hiyo miaka 1000 ni mingi kuliko 70? Kwa hiyo ni vyema ukapambana kwa 70 alafu ukaishi miaka 1000 kwa amani na raha. Haleluya. Mungu atusaidie sana. Lakini tusiende mbali sana. Leo tutajifunza somo tu linaloitwa neno. Tunaandika kichwa cha somo kinachoitwa neno. Ni kutoka katika kitabu cha Yohana Mtakatifu sura ya 1 mstari wa 1 mpaka wa 5. Kichwa cha somo ni neno. Bwana Yesu asifiwe. Neno ni nini? Neno ni Yesu mwenyewe. Alikuwepo kabla ya vitu vyote vya ulimwengu kuumbwa au kuwepo. Bwana Yesu asifiwe. Ninaongelea neno la Mungu. Hii Biblia imeandikwa maandiko matakatifu. Bwana Yesu asifiwe. Ni nini? Ni maandiko matakatifu. Ni kweli tunaweza tukao tunajifunza kila siku hili somo, lakini sijajua ni kwa nini leo tunajifunza tena hili. Wacha tuone kusudi la Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Hii Biblia imeandikwa maandiko matakatifu ya Mungu. Sivyo? Ili ligeuke kuwa neno ndani yako.
hapa kwenye Biblia ni neno. Ili ligeuke kuwa neno ndani yako, lazima kuna hatua za kuchukua. Bwana Yesu asifiwe. Ili ligeuke kuwa neno, kuna hatua za kuchukua. Bwana Yesu asifiwe. Neno la Mungu ni kama mbegu. Ni mbegu. Kwa hiyo neno la Mungu unapolisoma, unaanza kusoma andiko. Ndivyo? Unaanza kusoma andiko. Ndivyo ilivyo katika ulimwengu wa kawaida. Unapoona bango, si unasoma kawaida ni bango. Lakini namna unavyozidi kusoma bango, unaanza kulitafakari. Walisema bango linasemaje? Je, ni tangazo la nini? Unaongeza bidii. Mbona hili tangazo ni kama la mkesha? Unaongeza tena bidii kwenye kujua ni tangazo. Unaanza kuongeza bidii kusema huu mkesha uko wapi? Unaongeza tena bidii ya kujua unapatikana wapi. Kitu kinaota ndani cha kutengeneza shauku ya kwenda kwenye nini? Kwenye mkesha. Kwa hiyo unapolisoma neno la Mungu, usiishie kulisoma litabaki andiko. Ndio maana Biblia inasema andiko huwa, lakini neno linauisha. Ukiishia kulisoma andiko, ndipo utakapokufa. Utakutana sehemu wameandika maji, utaenda kununua maji, alisoma liwe neno ndani yako. Umelisoma limekuwa andiko ndani yako, ndio maana unakufa kupitia hilo andiko. Mungu atusaidie sana. Kumbe ili tuwe salama, tuwe huru na tuwe sawa sawa mbele za Mungu, lazima ili andiko tulisome, alafu liwe neno ndani yetu. Bwana Yesu asifiwe sana. Mungu atusaidie sana. Liwe nini? Liwe neno ndani yetu. Unapolisoma neno, usiishie kulisoma neno. Lazima uchukue hatua. Unaposoma neno, Biblia inasema ombeni. Unaongeza hatua, unaanza kulitafakari. Niombe. Kumbe Yesu amesema niombe. Unaongeza tena hatua la kulitafakari. Kumbe kuchukua hatua, amesema niombe muda wote wala nisikate tamaa. Unaongeza tena hatua. Kadri unapoongeza hatua, ndipo lile andiko linaendelea kuwa neno ndani yako. Linafanyika nguvu. Bwana Yesu asifiwe sana. Hapo nyuma nilipopita hapo nimesema neno la Mungu. Neno ni Yesu mwenyewe. Ulimsoma mara moja, unamuongeza Yesu namba moja. Unaweka neno Yesu tena namba 2. Unaendelea kumuongeza. Yaani namna kadri unavyozidi kusoma, ndivyo Yesu anavyozidi kuongezeka kwa ukubwa ndani yako. Bwana Yesu asifiwe sana. Namna yake Mungu aliyomuweka. Sivyo? Lakini kila mtu Yesu ni mmoja, Yesu ni mmoja. Ila kiwango ambacho umemweka Yesu ndani yako kinatofautiana. Bwana Yesu asifiwe. Kiwango ambacho umemweka wewe Yesu ndani yako na mimi nilichomweka Yesu ndani yangu different. Bwana Yesu asifiwe. Kwa nini? Kwa sababu kila mmoja ana namna yake. Yesu alisema, "Na mtafanya zaidi ya nilivyofanya." Kama yeye alifufua wafu, na nyinyi mtafufua hata zaidi. Bwana Yesu asifiwe. Kinachofanya ile iwe zaidi ni nini? Ni kiwango kilichoko ndani yako ulichokiweka cha neno ambao ni Yesu mwenyewe. Bwana Yesu asifiwe. Juzi hapa wiki zimepita chache, mchungaji alifundisha neno, akasoma andiko linasema, "Nitayafanya maneno yangu kwenye kinywa chako kuwa moto." Bwana Yesu asifiwe. Huyo ni Mungu, asema Bwana. Kwamba unajiuliza atafanyaje sasa maneno yake kuwa moto kama usomi. Kumbe kadri unavyozidi kusoma, lile neno linakaa ndani. Biblia inasema kaeni ndani yangu nami nikae ndani yenu. Ina maana Yesu anakaa ndani yetu, ni neno. Bwana Yesu asifiwe. Kwa soma neno la Mungu ili Yesu akae ndani yako zaidi. Bwana Yesu asifiwe. Kaa ndani ya neno na kukaa na kuliingiza kwenye utekelezaji. Usikubali kusoma neno la Mungu kama gazeti. Usikubali kusoma neno la Mungu kama jarada. Halitakuwa na matokeo. Halitakuwa na matokeo ndani yako. Kila siku utakuwa unasema Bwana alisema ombeni, mimi sijaona. Ninaomba usiku na mchana sijaona. Ni kwa sababu neno liloko ndani yako halina matokeo. Kuna namna unatakiwa ufanye liwe na matokeo. Mungu atusaidie sana. Kwa tunapolisoma neno la Mungu na tunapolitafakari na neno la Mungu linakuwa na nguvu ndani yetu ya kufanya mambo ambayo kwa akili za kibinadamu hayawezekani. Bwana Yesu asifiwe sana. Mambo matatu. Unaposoma neno la Mungu moja, Bwana Yesu asifiwe. Unaposoma neno la Mungu ni hatua namba 1. Kuna yule anaitwa Roho Mtakatifu analiisha. Alafu ukiishi na maisha matakatifu ndio inasaisha. Alafu ukiongezea na maombi ukisema na iwe inakuwa. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Yaani ukisema nataka unapata. Ukisema iwe inakuwa. Tunaona Mungu mwenyewe anasema na tumfanye mtu. Na tumfanye mtu. Unaposema tumfanye, manake hauko peke yako. Ungesema na nimfanye. Kwa anasema na tumfanye mtu. Neno ni muumbaji.
Kwa kupitia huyu neno kila kitu kilifanyika. Ndio maana Mungu aliposema na iwe anga, ikawa anga. Kumbe tunapata picha kwamba mtendaji alikuwa ni neno, na huyo neno alikuwa ni nani? Ni Yesu. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe sana. Kumbe siku ya leo mimi na wewe tujifunze kitu, kwamba ndani yetu tunaweza tukawa watu wa tofauti kadri tulivyomweka Yesu ndani yetu kwa kiwango kikubwa. Bwana Yesu asifiwe. Tumeongea sana tujasoma. Mwanzo Yohana. Hapo mwanzo kulikuwa neno, naye neno alikuwa kwa Mungu, naye neno alikuwa Mungu. Huyo mwanzo alikuwa Mungu. Yote vilifanyika kwa huyo, wala pasipo yeye hakufanyika chochote kilichofanyika. Ndani yake ndimo ulimokuwa uzima, na uzima ulikuwa nuru ya watu. Giza halikuiweza hiyo. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Umeona? Mungu atusaidie sana. Tunatamani, mimi nina shauku, ninatamani kumuona Mungu kwenye maisha yangu kwa viwango vya juu. Na najua na wewe kuna namna unatamani kumuona Mungu ndani yako kwa viwango vya juu. Sasa ili tumuone Mungu kwa viwango vya juu lazima neno likae ndani. Ili lile neno la Mungu likikaa ndani liuishwe na Roho Mtakatifu. Ili likishawishwa na Roho Mtakatifu tukichanganya na maombi tunayoomba usiku na mchana inakuwa. Mungu atusaidie sana. Inakuwa kwa sababu neno ni halisi. Sio hadithi, ni harisi. Neno ni Mungu mwenyewe. Unapokuwa unaliweka ndani kwa wingi, unapoliongeza ndani linaota. Mungu atusaidie sana. Amen. Mungu atusaidie. Usisome kama gazeti liongezee utendaji kidogo. Bwana Yesu asifiwe. Utamuona Mungu kwa namna pekee tofauti vile hujawahi kuona. Bwana Yesu asifiwe sana. Inakuwa Mungu atusaidie sana. Neno ni Mungu. Neno ni Yesu mwenyewe. Lakini tukimbie kidogo. Sifa za neno. Sifa za nani? Za neno. Namba 1. Neno sifa yake kwanza kuu ni Mungu. Haleluya. Tuziandike. Lakini pia kama unaandika kwenye moyo, ubarikiwe na Yesu Kristo. Haleluya. Sifa ya kwanza ya neno, neno ni Mungu. Ni udhibitisho kwamba neno ni Mungu. Ni Yohana, utaandika Yohana 1:1, lakini nisome Ufunuo 19:11 mpaka 13. Neno ni Mungu. Haleluya. Neno ni Mungu. Mungu anakaa ndani yetu kwa neno tu. Haleluya. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Kama yeye amesema macho yake yeye yako kila mahali, yakimtazama mbali na mwema. Fikiria amesema mbingu ni sehemu ya kiti chake cha enzi, lakini dunia yote unayojua ambayo wewe huwezi kusafiri kwa siku moja, amesema ni mahali pa kuwekea miguu. Je, angesema akae mwili wake wote ukae ndani yako, ungeweza? Lakini anakaa ndani yetu kupitia neno. Bwana Yesu asifiwe. Nisomee mtumishi Mungu. Nikaziona mbingu zikifunguka. Tazama farasi mweupe, naye aliyempanda aitwaye Mwaminifu na wa kweli, naye kwa haki ahukumu na kufanya vita. Mstari wa 12. Na macho yake yalikuwa kama mwali wa moto, na juu ya kichwa chake vilemba vingi. Naye ana jina lililoandikwa asilolijua mtu ila yeye mwenyewe. 13. Naye amevaa kwa vazi lililochorwa katika damu, na jina lake aitwa Neno la Mungu. Na jina lake aitwa Mungu. Mwambie jirani yako, Neno la Mungu. Mungu atusaidie sana. Kumbe neno ni Mungu. Kwa tunapolisoma ndani yetu kwa wingi na kuliweka linakuwa Mungu. Lakini sifa namba 2, neno ni muumbaji. Yaani sifa yake kuu, yeye ni muumbaji. Alafu yeye hana ukomo wa kuumba, bado anaendelea kuumba. Utaandika Waebrania 1:2, Kolosai 1:16-17. Lakini sifa nyingine namba 3 ya neno ni uzima. Tunaweza kusema pia neno
20 mpaka 26. Lakini namba 4, neno lina nguvu, Waebrania 4:12. Lakini namba 5, lina mamlaka. Neno la Mungu hilo lina mamlaka. Lakini namba 6, sifa ya neno la Mungu ni moto, Yeremia 23:29. Namba 7, neno la Mungu ni upanga, Efeso 6:17. Haleluya. Mtumishi Efeso 6:17 ambao ni point namba 7, neno ni upanga. 6:17. Nasoma kwa jina la Yesu. Tena ipokeeni chepeo ya wokovu na upanga wa Roho ambao ni neno la Mungu. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Amen. Ni sifa tu. Neno nazo sifa nyingi sana. Yaani nyingi, hata kama tungeanza kuandikia hapa mlangoni tu tunaenda hivi tunaandika maandishi mpaka kuzunguka kanisa, tusingezimaliza. Neno ni Yesu mwenyewe na neno ni Mungu mwenyewe. Ili tuone faida ndani ya wokovu tulionao, lazima tujue kulitumia neno la Mungu kwa usahihi. Haleluya. Ili tuone faida kwenye neno, lazima tujue kulitumia kwenye usahihi. Mungu atusaidie sana. Tujue kulitumia kwa usahihi. Mtu mwingine anaweza kushangaa, neno la Mungu unalitumia kwenye usahihi gani? Kama neno la Mungu likikaa ndani yako linakuwa nguvu, unaweza kufanya jambo lolote lile ambalo liko mbele yako. Haijalishi ni gumu au ni jepesi, unaweza kufanya. Tumesoma kwamba neno ni muumbaji, na maana hata wewe unaweza kuumba. Ukiwa na neno la Mungu ndani yako unaweza kuumba. Unaweza ukatengeneza kwamba Baba, ninatengeneza, nataka maisha yangu yawe 1, 2, 3, 4. Si umeomba? Kwa sababu unalo neno ndani yako ambalo ni muumbaji. Mungu atusaidie sana. Unaweza ukawa unajiuliza maswali, unasema nitafanyaje? Mwingine anaweza akasema, huyu mtoto haeleweki hata kwa mama zangu. Unasema hata shangazi yake alikuwa hivyo hivyo, hata mjomba wake alikuwa hivyo hivyo. Kumbe unao mamlaka, unalo neno ndani yako, kwa sababu neno ni muumbaji. Unasema Bwana, ninaomba utengeneze, ninaomba upe kwa jinsi yangu. Haleluya. Unao uwezo na ikawa. Mungu atusaidie sana. Unao uwezo na ikawa. Bwana Yesu asifiwe. Unao uwezo wa kumwambia Mungu, Mungu, ninaomba huyo mtoto wangu huyu umuumbe kwa upya. Ulimuumba Bwana, kuna mambo hayajaenda sawa, ila Bwana ninaomba umuumbe kwa upya, kwa sababu unalo neno ndani yako inakuwa. Mungu atusaidie sana. Kwa wala usiishi kwa mashaka, wala usiishi kwa kujiuliza. Chukua mamlaka. Haleluya. Chukua mamlaka ambayo ni neno la Mungu. Ndio maana mtu ambaye analo neno, yani analo neno, hana andiko, analo neno limejaa ndani, akikutamkia kitu kinakuwa. Akisema hutafanikiwa, hufanikiwi, kwa sababu kile anachokitoa kimebeba nguvu ya Mungu ndani yake. Haleluya. Ina maana kama mimi hapa nilipo, kilichoko ndani yangu ni Mungu, si ndivyo? Mungu si yuko ndani yangu, ina maana kila ninachokitoa kina uwezo ndani yake. Haleluya. Ina maana nikisema navunja, unavunjika kweli, kwa sababu ninatamka kwa uwezo wa Mungu aliyeko ndani yangu. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo wala usianze kujiuliza, tumia neno la Mungu tu. Bwana Yesu asifiwe. Kwa neno tunashinda majaribu. Yesu alimshinda shetani kwa neno tu. Yaani alisema, imeandikwa, na akasema imeandikwa pia. Ni kwa nini? Kwa sababu ya neno. Kumbe neno linatupa kushinda. Neno linatuimarisha linapokuwa ndani. Lazima uwe mtu mwingine tofauti. Haleluya. Kuna wakati mwingine tunapita sehemu kama hii, hakuna njia, pana wazi, chini kuna bonde. Ukiangalia huku huwezi ukapita kona ukapita, lazima upite hapa. Neno linakusaidia, linafanyika nguzo. Unapita hapo ambapo hakuna daraja, hakuna njia, unapita. Ni neno la Mungu peke yake. Haleluya. Unajua neno ni Mungu mwenyewe. Na sifa nyingine ya Mungu, anajua kila kitu. Na kama Mungu anajua kila kitu, hata hapo unapopita Mungu anajua. Na kama Mungu anajua, atakupa namna ya kupita hapo, kwa sababu si anajua. Na wewe si uko naye ndani yake, hawezi kuruhusu uanguke. Maana yeye anasema ni jambo la kutisha. Ni jambo la kutisha na kuogofya mtu kuanguka katika mikono ya Mungu aliye hai. Unaweza
anaubeba. Wakati amesema mbingu zimejaa utukufu wake. Alafu hizi zote yani yeye kwa uwezo wake tu amezishikilia. Ungekuwa ni wewe tungekwambia shika anga, uenda siku mbili tu ungetuangushia. Lakini yeye kila siku tumezaliwa mpaka hapa tulipofika. Anga halijawahi kuanguka. Halijawahi kuanguka kwa sababu alilishikilia. Anazo nguvu. Haleluya. Bwana asifiwe. Anazo nguvu na anazo mamlaka. Katika watu ambao tunaishi kwa kukosa maarifa, ni sisi tuliomwamini Mungu. Kwa sababu tunaye Mungu lakini tunaishi kwa mashaka. Tunaye Mungu lakini tuna wasiwasi naye. Wakati kwenye Waebrania anasema, mtu wangu mimi akisita, roho yangu haina furaha naye. Mungu yeye anataka uwe kama mtumishi wa Mungu Elia. Alisema na ijulikane yupo Mungu. Na akajulikana Mungu anataka. Bwana Yesu asifiwe. Mungu anataka mtu jasiri anayetulia. Amen. Mungu atusaidie sana. Anataka Elia uwe wewe. Usije ukasema ni kweli Mungu ni naye. Ni kweli huyo mtana nataka wajue Mungu ni naye. Lakini unasema hivi au mabali je wakiita moto ukishuka ukalamba hizi mimi nitakuwaje? Usijali. Wewe waache waombe. Waache waite kwa namna yao. Lakini wewe kwa sababu unayo imani na Mungu aliye naye, unasema Mungu na ijulikane. Upo Mungu naishi shusha moto. Amina. Yesu asifiwe. Kumbe ukiwa na Mungu ambaye ni neno la Mungu unayo mamlaka cha kufanya na cha kuzingatia. Punguza mashaka. Tena usipunguze. Acha kabisa. Toa kitu kinachoitwa mashaka. Amen. Amen. Mashaka ni dhambi. Ndio. Ni dhambi. Ndio. Biblia imesema aaminie na kubatizwa ataokoka. Ina maana asiamini, yani asiye na mashaka. Mungu atusaidie sana. Amen. Mungu akusaidie wewe na anisaidie mimi. Amen. Haleluya tena. Amen. Neno la Mungu ni uzima. Ndio. Neno la Mungu ni uzima. Ndio. Yesu alipokuja akamwambia yule mwenye ukoma takasika, na takasika sio kwamba kusema haya kaiteni uko wote kama inavyokuepo dawa kwenye dunia yetu ya kawaida. Wanasema wewe unatakiwa afanywe operation. Waiteni ndugu zake waje wasaini ili kwamba lolote likitokea, yani lolote likitokea. Lakini yeye Mungu hana kuaita. Akisema pona, unapona. Haijalishi unajua au hujui. Akisema upone, unapona. Haleluya. Jivunie Mungu aliye naye. Jivunie Mungu aliye naye mama yangu. Jivunie Mungu aliye naye baba yangu. Jivunie. Isifikie mahali ukapitia magumu ukasema Mungu umeniacha. Kumbe bado yuko na wewe. Amesema niko karibu kuliko hata mavazi niliyovaa. Yako mbali. Ninapotaka kuanguka hili liko mbali, yeye ananidaka, yuko karibu. Kwa hiyo muwe na uhakika. Jivunie Mungu aliye naye. Kwa sababu kama aliweza kukutengeneza hivyo akakulinda hata hapo ulipofikia, una kila sababu ya kumwamini kwa viwango. Ukimsoma Yohana anasema, na huu ndio ujasiri tulio nao, kwamba tukiomba sawasawa na mapenzi yake anasikia. Kwa hiyo wewe unatakiwa uwe jasiri. Usiogope. Bwana Yesu asifiwe. Wanadamu wanayo maneno, lakini yeye ni neno na anayo maneno ya uzima ndani yake. Hakuna jambo ambalo yeye hana. Kwake yote yapo. Ukitaka utajiri upo. Ukitaka mavazi yapo. Amesema msiogope. Msiwaze tule nini tunywe nini. Ina maana kama alisema hivyo kila kitu kiko kwake. Tumia nguvu iliyoko ndani yako. Haleluya. Yaani mtu mwingine hana hata uhakika. Neno la Mungu lina nguvu. Ukisoma ile Waebrania 4:12 anasema neno la Mungu lina nguvu. Tena ni upanga wao wote. Yaani ni upanga ambao unakata kizunguka hivi inakata watu milioni. Wewe unaweza. Unaona neno la Mungu ni kubwa. Yaani neno la Mungu ni kila kitu. Mungu atusaidie. Amina. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana tusaidie sana. Amen. Tuache. Acha mashaka. Mwambie acha mashaka Mungu hapa. Haleluya. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Yaani yeye Mungu ni baba yetu, si ndivyo? Ndio. Mungu ni baba yetu, anatutazama. Biblia inasema yani yeye giza na
vyote ni sawa sawa. Hakuna kinachomficha yeye Mungu, muda wote anatutazama. Kwa hiyo tunao ujasiri wa kumwambia chochote. Lakini ili kile chochote ambacho tunamwambia Mungu kiwe na nguvu, lazima tufuate vile nilivyosema mwanzo. Amen. Haleluya. Amen. Tufuate vile nilivyosema mwanzo. Roho Mtakatifu ndiye Mungu pia. Alikuja akakaa kwetu baada ya Yesu kuondoka. Amen. Alisema nisipoondoka yule hatakuja. Kwa alivyoondoka alikuja. Yule Roho Mtakatifu anatusaidia katika kila jambo. Unapoongeza neno ndani yako unaongeza na Yesu. Unapomuongeza na Yesu ndani yako unakuwa na Mungu. Kwa unakuwa na Mungu Baba, Mungu Mwana, Mungu Roho Mtakatifu. Ni nani apite katikati yako? Ni nani akutishie maisha? Je, ni shida ikutishie? Je, ni chakula kikutishie? Je, ni maisha magumu yakutishie? Hakuna. Mungu atusaidie sana. Ni mamlaka. Amen. Wewe acha mashaka. Amen. Yesu asifiwe. Punguza mashaka tena uyaache kabisa. Kwa sababu tunaishi kwa neema ya Mungu. Tunaishi kwa ratiba za Mungu. Hapa tulipo wote tunajua hapa hakuna anayejua kesho. Kwa nini usimwamini wewe anayejua kesho? Kwa nini usimwamini wewe ambaye ameshaona na mwisho wako? Kwa nini usimwamini kwa asilimia zote? Mungu atusaidie sana. Neno la Mungu lije ndani yako ili likusaidie kuishi sawa sawa na mapenzi ya Mungu. Ili likujenge na kukuimarisha. Ili likusaidie tule tuzambe tukuzingako kwa upesi tusikuzinde. Lile neno litakusaidia. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Biblia inasema kile kimjazacho mtu ndicho kinachomtoka. Neno la Mungu likijaa ndani yako maana yake muda wote linatoka. Amen. Mungu tu. Bwana Yesu asifiwe. Wewe ukiona unasema una neno alafu yanayokutoka ndani yako hayaambatani na lile neno, jiulize maswali. Jioji. Ongeza nguvu. Bwana Yesu asifiwe. Tabia ya Roho Mtakatifu. Roho Mtakatifu hajawahi kusema uongo. Roho Mtakatifu hajawahi kumwacha mtu hata sekunde moja. Roho Mtakatifu anakupasha habari ya mambo yatakayotokea. Si ndivyo? Roho Mtakatifu kitu anachopenda ni usafi na utakatifu. Na Yesu anachopenda ni usafi na utakatifu. Roho Mtakatifu anapokuwa ndani yako unaishi sawa sawa na yeye. Maana yake ukiongeza na neno unakuwa ni mtu ambaye wewe sio wa kawaida. Hatuwezi kukufananisha hata na rais yoyote. Hatuwezi kukufananisha na mbunge yoyote kwa sababu unakuwa wewe katika ulimwengu wa roho ni mtu ambaye sio wa kawaida kwa sababu umembeba Mungu wa dunia nzima. Yaani yeye aliyeziumba mbingu na nchi wewe umembeba. Unakuwa wewe sio mtu wa kawaida. Mungu atusaidie sana. Wakati mwingine mdomo unakuwa mwepesi sana. Unakuwa mwepesi sana kusema wewe mbwa. Wewe fisi, wewe paka kwa sababu hakuna control yuko ndani. Ina maana kama iko ndani Biblia inasema moyoni mwangu nimeliweka neno, sio andiko. Nimeliweka neno, sio maombi, nimeliweka neno ili nisikutende dhambi. Ina maana lile neno kuna muda linafanyika kingi. Kuna muda linafanyika control ya wewe kutamka maneno mabaya. Bwana Yesu asifiwe. Biblia inasema sisi ni miungu. Maana yake ni sisi na sisi tunaumba kwa sababu sisi ni wa baba yetu muumbaji. Maana yake kila tunalolisema litaumbika. Ili lisiumbike lilo baya lazima neno liwe ndani. Ili neno lifanyike msaada kwako. Uliwe chujio linapotoka neno litoke lenye kuwafaa wahitaji. Biblia inasema maneno yenu na yawe yenye neema siku zote yaliyokolea munyu ili yawafae wahitaji na wale wanaosikia. Mungu atusaidie sana. Kwa sababu wewe unayemtukana wewe unayemsema maneno mabaya kuna aliyesikia. Maana yake umeua huyu umeua na huyu. Mungu atusaidie sana. Sasa hili neno litusaidie lazima tuchukue hatua. Chukua hatua. Chukua hatua.